Hiyo wimbo ingine ya mwisho. Weka kwa wimbo moja. Nashika sana. Finya hapa. Finya hapa. Ni habari gani zinachosoma? Umekuwa? Usiku walipokuwa kwenye anga. Wakila kule wakuza kununua. Kuabudu sanamu kuiba kuziki. Mzimu utachoma. Ondokana jamaa. Msitazame nyuma. Msije angamia. Kilio changu kimefika kwa Mungu. Amwagi hasira. Matajiri waliwakandamiza. Masikini bila
wakati mwingine tena tunachukua nafasi hii tupate kupeana salamu za watu ambao wanakaa katika eneo hili na kumshukuru Mungu kwa pamoja, kwa maana ametujalia na tumefika hapa ili tupate kutangaza ukweli ambao ameweka katika mabega yetu, ili tupate kutekeleza na kupeleka ulimwengu wote, maana wajibu wa mwanadamu, hiyo ndio kazi Mungu alimuumba apate kufanya. Kwa hivyo tunashukuru sote Mungu, maana tuko na uhai na tuko wasima kabisa. Na wewe vile ulivyo mahali ulipo, unafaa kumshukuru Mungu, kwa maana yeye ndiye amefanya ukawa kile huko kwa sasa. Ijapokuwa ni vile wengine wamegeuka sheria za Mungu alizoziweka ili wapate kuwa na maisha mazuri, ndio maana wengine saa hii wako katika mahospitali, wengine akili zao zimeharibiwa, na wengine ni vilema, na wengine wako na madhaifu mbalimbali. Lakini tunafaa kumshukuru Mungu wale ambao tumejipata tuko na uzima na tuko na afya zetu. Kwa hivyo leo tunaenda kujifundisha somo la afya, maana afya Mungu ndiye alianzisha, na kupitia hiyo ndio watu wanaweza hata wakamwabudu katika roho na kweli, katika roho na kweli. Kwa hivyo leo hii afya za wengi zimeharibiwa, ndio maana wengi hata hawataki neno la Mungu. Hiyo tutaenda kuangalia kwa maandiko, ndio utajua kwa nini leo watu wana PF, kwa nini leo kuna tabia mbalimbali. Hizo tabia ndizo Mungu anataka wawe nazo, ama ni wao wamefanya kinyume na Mungu ndio tabia hizo zikawaambukia, maana mwovu ndiye anataka kuharibu afya za watu. Kwa hivyo, kwa sababu muda ni mchache, ningependa tuombe ndio tuanze somo rasmi. Kabla tuombe, lazima tuangalie utaratibu wa Mungu, ndio baadaye tuombe na tuanze. Sasa nipe kitabu cha Timotheo wa kwanza 2 aya yake ya kwanza, ndio baadaye tuende na utaratibu huo mpaka tutakapomaliza vipindi vyetu. Tusome tusikie. Biblia takatifu inasema hivi. Inasemaje? Basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukran zifanyike kwa ajili ya watu wote. Kwa hivyo Mungu kabla ya jambo lolote anataka watu wafanye maombi. Lazima katika kila jambo waanze na maombi. Unafaa kushukuru Mungu katika kila jambo, ndio unapoanza anakufungulia njia, anakupea akili na mawazo mema ya kutafakari na kufanya jambo hilo jinsi inavyompendeza Mungu. Kwa hivyo na sisi tunaanza na maombi, ndio tuanze somo letu la kwanza kwa siku hii ya leo. Sasa ngoja tuombe. Mungu wetu usiye mahali pa juu, tunakushukuru maana umetujalia afya na umetukusanya hapa ili tupate kuyanena yanayotoka kwako. Tunapoanza, nena na waja wako ambao wanakaa katika eneo hili, ili watakaposikia neno lako wasikie ngurumo, ila wasikie na kuelewa na maandiko, na wafanye uamuzi ili wakuje kupata uzima wa milele, maana hiyo ndio haja yako. Tunapoanza vipindi vyote vya siku ya leo, kuwa kiongozi wetu na fundisha watu wako, maana sisi ni wanadamu, tunaweza tukanena visivyo, lakini tuongoze na kutukumbusha yote ambayo unahitaji watu wako wapate kuyasikia. Ni katika Kristo tumeomba na kuamini. Amina. Amina. Sasa tunaanza somo linalohusiana na afya. Tunaanza somo linalohusiana na afya, maana leo watu wamegeuka wakakuwa kama wanyama, kwa sababu wameacha sheria za Mungu za afya. Na hiyo tutathibitisha kwa maandiko, ndio upate kujua kwa nini leo hii uko na tabia ambayo uko nayo. Ni kwa sababu umeacha vile Mungu aliagiza upate kuishi, vile Mungu aliagiza upate kuishi. Kwa hivyo Mungu alifunua kila kitu. Ni sisi tu tufunge macho na tusitumie akili yetu kuyachoma na kuyajua, maana ramani ya Mungu ya kuongoza watu wake iko katika maandiko. Kwa hivyo lazima tufundishe yote ambayo Mungu ameamuru kwa maandiko, ili watu wasije wakasema hawakusikia na hawakuelewa. Sisi tunawe mikono tuende zetu. Msomaji, maandiko Ebrania 26 aya ya 2, kitabu cha Yeremia kwanza. Kwa hivyo tunaanza kufundisha
Ukiwa mahali huko, kama uko na kalamu na andika yale ambayo tutakayoyasoma kwa Biblia, maana ni neno la Mungu na hivyo ndivyo lilivyo. Na ukiandika utaenda kujisomea baadaye, uone kama ni hivyo Biblia yako inasema ama tumekuja na yetu. Hapo ndipo utajua kwamba ukweli ni moja. Sasa soma hilo andiko. Yeremia 26 mstari wake wa 2. Inasemaje? Biblia inasema, Bwana asema hivi. Bwana asemaje? Simama katika uwanja wa nyumba ya Bwana. Na hapa isi nimesimama kabisa. Endelea. Useme na miji yote. Hapa tunasema na mji wa Nyamira. Bwana aliagiza kipindi cha Yeremia, maana Yeremia angefika Nyamira aseme na watu wa mji wa Yuda. Lakini kwa sababu Yesu alisema injili hii itaenda katika dunia yote, ndio maana sisi pia tumekuja sehemu hii na ujumbe ule ambao unafaa kuendea miji yote. Kusoma tuendelee. Inaendelea kusema hivi. Useme na miji yote ya Yuda. Useme na miji yote ya Yuda wajao ili kuabudu katika nyumba ya halafu sema nao maneno yote ninayokuamuru kuambia. Sema nao maneno yote ninayokuamuru kuambia. Rudia. Sema nao maneno yote ninayokuamuru kuambia. Kwa hivyo Mungu anaagiza watu waambiwe maneno yote ambayo ameamurisha. Endelea. Usizuie hata neno moja. Hata neno moja. Ndio maana leo lazima tufundishe afya. Afya ndio imechangia watu wengi leo hii kukataa ukweli wa Mungu. Maana wameukia vyakula ambavyo Mungu hakusema. Mungu hakuagiza vitumike. Watu wameukia mambo tofauti na wameharibu nafsi zao, akili zao zimeharibika, ndio maana hawaelewi na maandiko. Wanataka kueleweshwa na mtu. Yaani mtu anakueleza fikira zake, wewe unasema hiyo ndio kweli. Lakini ukiambiwa na maandiko, maana maandiko ndio kweli, unasema huo ni uongo. Msomaji, mwalimu, hebu nipe 5:20 Isaya. 5:20 Isaya. Yaani leo ukweli watu wanasema ni uongo. Uongo ndio wanasema kweli. Kwa hivyo wameharibika. Na hiyo ndio tunaenda kuzungumzia leo. Ni nini kimewaharibu? Kwa nini watu leo wako na tabia hiyo? Hiyo ndio tunaangalia. Kupitia kwa kile unachokila, hicho ndicho kimekufanya uko na hiyo tabia uko nayo. Kwa hiyo nisikilize kidogo tu utaelewa. Hebu soma tusikie. Isaya 5 mstari wake wa 20 nasema hivi. Inasemaje? Ole wao wasemao kwamba uovu ni wema. Ole wao wasemao kwamba uovu ni wema. Na kwamba wema ni uovu. Na wema ni uovu. Kwa hivyo leo hii ukisema kweli watu wanasema huo ndio uongo umesema. Ukisema uongo ndio sasa wanakuzunguka, wanakusifu. Yaani wamegeuzwa. Kwa nini? Wamegeukia vitu mbalimbali, wameharibu akili zao. Sasa Mungu alipomuumba mwanadamu, kuna vile Mungu alimwagiza aishi katika masuala ya afya. Sasa hapo ndio tunaanza. Unajua ukitengeneza kitu original akifanana na kitu ambacho unatengeneza cha pili. Hata ukiangalia hizi simu, kuna simu original na fake. Original ni zile za kwanza, yule mwenye alianza kutengeneza alitumia akili nyingi kutengeneza. Hizi za nyuma ama hizi za pili, hatua ya pili, unapata anaanza kudondoa vitu fulani na anaangalia, anaona kama inafanya, ijapokuwa haina uwezo kama ile ya kwanza. Sasa tunaangalia original afya ambao Mungu aliweka. Ni chakula kipi Mungu aliweka mwanadamu akule? Maana shetani ametumia chakula leo hii kuangamiza wengi katika masuala ya imani. Amewaondoa kwa imani na amewafanya mateka, amewafunga mawazo yao. Shetani amewafunga mawazo yao. Msomaji, mwalimu, hebu nisomee 14:17 Isaya 14:17. Shetani amefunga wengi leo katika masuala ya afya, ndio amewakamatia. Maana wamekula visivyo na wameenda kinyume na vile Mungu aliweka. Kwa hivyo sisi tumekuja kuonyesha mpango wa Mungu wa mwanadamu kula, ndio tuone vile Mungu atawafungua kama mtakubali. Lakini mkikataa, basi mtaendelea kuwa wafungwa na mwisho wake mtakuja kupotea. Sasa soma ile andiko tusikie. Isaya 14 mstari wa 17. Inasemaje? Inasema, aliyofanya ulimwengu kuwa ukiwa. Ukianzia 12 inaanza kutupea kisa cha shetani vile alianguka kutoka mbinguni.
Sasa alipoanguka amekuja ulimwenguni. Sasa tunaelezwa amefanya ulimwengu kuwa ukiwa, alafu akaipindua miji yake, asiyewafungua wafungwa wake waende kwao. Kwa hivyo shetani amefunga wafungwa wake, shetani amefunga wafungwa wake, na wafungwa hawa tunaambiwa wako katika miji ya dunia. Kwa hivyo ni watu. Sasa amewafunga aje? Msomaji, mwalimu, sasa nipe 4:3 Mathayo. Shetani alipokuja kipindi cha Yesu alimdanganya kwa kumwambia ageuze mawe awe mkate. Kwa nini alianza na jaribu la chakula? Kwa maana alijua Yesu akiingiliana na chakula chake na mawazo yake na maelekezo yake lazima atamdhibiti kiakili. Maana kile unachokila hicho ndicho kinachokugeuza akili yako. Nikusoma tusikie. Biblia inasema mjaribu akamjia Yesu akamwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, amuru kwamba mawe haya yawe mikate. Yawe mikate. Kwa nini shetani jaribu la kwanza alilompelekea Kristo lilikuwa ni mazoea ya chakula? Ni kwa sababu alijua chakula ndicho kinachochangia katika kufikiria na kutenda mambo yote. Kwa hivyo kile ambacho unakula hicho ndicho huko. Kwa mfano, msamaji, mwalimu, waje tupeane kwa mfano, waje tupeane. Nipe kitabu cha Esta 1:10 ndio uangalie. Mtu anapokula kitu, hicho kitu kinamgeuza mawazo. Kwa hivyo chakula ambayo unakula hiyo ndio inadhibiti mawazo yako. Wacha nikupe mfano mahali ambapo mfalme aliagiza chakula akara. Baada ya kukula utaona ni nini alitisha ama ni behavior gani alianza kuwa nayo. Hiyo pia ndio leo hii imegeuza watu wengi mawazo, kwa sababu wameanza kula vitu ambavyo Mungu hakusema wafile. Hebu soma tusikie. Biblia inasema hivi. Kitabu cha Esta 1:10 mpaka 11. Soma. Hata siku ya saba mfalme alipofurahiwa moyo wake kwa divai. Mfalme alifurahia moyo wake kwa divai. Kwa hivyo mfalme alikunywa divai. Endelea. Aliwaamuru Mehumani baada ya kunywa divai ama pombe, aliamuru wale ambao walikuwa wafanyakazi wake. Endelea. Inasema hivi. Wale wasimamizi wa nyumba 7 waliohudumu mbele za mfalme Ahasuero. Kwa hivyo mfalme Ahasuero alipokunywa pombe au divai, baada ya kunywa aliamuru wale waliokuwa ni wafanyakazi wake wa nyumbani mwake, aliwaamuru wamupe nini? Nipe 11 hapo. Inasema hivi. Wamlete Vashiti Malikia, wamlete Vashiti ambaye alikuwa ni malikia mwanamke. Baada ya kunywa pombe akaitisha mwanamke. Kwa hivyo ni nini iliitisha mwanamke? Ni mfalme ama ni kile alichokula ndio kilimgeuza mawazo yake? Kila alichokula. Kwa hivyo leo hii ukiona watu wakikataa ukweli, jua wamekula kitu fulani ambacho kimegeuza mawazo yao. Maana mfalme alikuwa sawa kabla hajakunywa divai, lakini baada ya kunywa divai aliitisha mwanamke. Ndio maana unaona katika baa unaona kuna muziki, kuna wanawake, kuna nyama na mambo mengine. Baadaye ni romu ya kukaa na kuburudishiana katika dhambi. Kwa hivyo shetani hivyo ndivyo amepanga. Kwa hivyo anapea kile ambacho unakunywa, baadaye kinakuongoza peke yake. Sasa ambayo unafaa kutekeleza. Kwa hivyo leo hii ukiona watu wengi wameathirika katika masuala ya usinifu. Kwa nini? Kwa sababu wamekuwa walevi wa vyakula ambavyo Mungu hakuweka wale. Msomaji, mwalimu, hebu rudia andiko. Hata siku ya saba mfalme alipofurahia moyo wake kwa divai. Alafu aliwaamuru Mehumani, wale wasimamizi wa nyumba 7, nyumba 7. Kwa hivyo baada ya mfalme kunywa pombe ndio akawaamuru wafanyakazi wake, akawaamuru wafanye nini? Waliohudumu mbele za mfalme Ahasuero wamlete Vashiti
Vashiti mfalme, wamulete Vashiti Malkia, eti wamlete Vashiti Malkia. Kwa hivyo aliitisha mwanamke baada ya kunywa pombe. Ndio maana unaona leo hii watu wakiwa kwa kirafu wakikunywa ni wanawake, next ni mwanamke, si kitu kingine. Maana pombe ndio sasa inaanza kumwendesha. Pombe ndio sasa inakuwa driver wake. Leo hii ndoa nyingi zimevunjika kwa sababu watu wamekuwa walevi wa vyakula mbalimbali ambavyo havina afya familia yao, ambavyo havina afya familia yao. Kwa hivyo ndio maana tumekuja ili tuwahubirie kila ambacho Mungu anafundisha. Leo hii ukiona mtu anakuwa na hasira ya mnyama, leo hii unaona mauaji ni mengi. Yaani leo hii simba anatumia sungura kama chakula, lakini vile wanadamu wanauana ni zaidi ya vile simba anamuua sungura na mnyama mwingine. Hivyo kwa nini watu leo hii wako wauaji wengi? Ni kwa sababu shetani ameiwageuzia chakula. Ameiwageuzia chakula. Msomaji, nipe Yeremia 41 aya ya kwanza. Kwa hivyo kila ambacho huko ndicho unatumia kama chakula. Kila ambacho unakula hicho ndicho kinakuwa mawazo yako na ndio inakuwa tabia yako. Ndio inakuwa tabia yako. Kwa hivyo lazima ujue. Kwa hivyo nimeanza na vile njia shetani ametumia kuadhiri watu. Baadaye itakuonyesha ni kipi unafaa kufanya ili uepuke mambo mengi ambayo yanakusumbua leo hii. Sasa soma ile andiko msomaji. Biblia inasema hivi. Basi ikawa katika mwezi wa 7, Ishmaeli mwana wa Nethania, Ishmaeli mwana wa Nethania, mwana wa Elishama, alafu mmoja wa wazao wa kifalme, akafanyaje? Tena ni mmoja wa majemedari wa mfalme, na watu kumi pamoja naye, wakamwendea Gedalia mwana wa Ahikamu huko Mispa, alafu nao walikula chakula pamoja huko Mispa. Eti wakamwendea Gedalia, alafu wakakula chakula pamoja huko Mispa. Isi walikuwa pamoja kabisa. Kabisa. Baada ya kukula ni nini kilifanyika? Sasa soma kwa kiti. Inaendelea kusema hivi. Akaondoka huyo Ishmaeli mwana wa Nethania, alafu na watu wale 10 waliokuwa pamoja naye wakafanyaje? Wakampiga Gedalia mwana wa Ahikamu, alafu mwana wa Shafani kwa upanga, alafu wakamuua. Kwa hivyo baada ya kula ndio wanakuja kuua mwingine. Kwa hivyo ni nini? Vile tumeona mfalme alikunywa pombe, alafu akaitisha mwanamke. Hawa nao wamekula, baadaye wanaua mtu. Kwa hivyo ina maana ni nini ilichangia kugeuka akili zao na kuona huyu mwenzao sasa ni adui? Si ni kile ambacho wamekula, msomaji? Kabisa. Kile ambacho wamekula ndicho kimewafanya wawe na tabia hiyo. Leo hii watu wamekuwa wauaji. Kwa nini? Wamegeukia vyakula ambavyo Mungu hajaruhusu. Yaani shetani amewauzia vyakula. Leo hii unapata watu wanapenda vyakula vya madukani, hawataki vyakula vya asilia. Vyakula vya asilia ambavyo vinamea, na hivyo ndivyo Mungu alisema kiwe chakula. Chakula ambacho kinatokana na mchanga. Hicho ndicho chakula Mungu alisema. Msomaji, mwalimu, nipa Ayubu 28 aya ya 5. Kwa hivyo leo hii watu wamegeuka, wanaingia katika vyakula ambavyo shetani ameongeza madini yake na asidi zake hapo. Sasa leo hii watu wamekuwa wakali, hawapendi kweli, wamekuwa na tabia mbaya. Watoto wamekuwa majizi. Yaani watu leo hii wamekuwa hatari kuliko wanyama, kwa sababu wanakula vyakula ambavyo vinainua hisia zao na vinavyowaongoza katika kutenda mabaya. Wameacha vyakula vya asili ambavyo Mungu aliagiza watumie ili wawe na afya sawa. Msomaji, soma ile andiko. Inasema hivi. Ayubu 28 mstari wa 5. Inasemaje? Katika ardhi ndimo kitokeamo chakula. Eti ndimo kitokeamo chakula. Kumbe chakula halisia kinatoka kwa ardhi. Hivyo ndivyo Mungu aliagiza. Ndio maana Mungu mwanzo, kabla ya dhambi kuingia katika ulimwengu, chakula alipompea mwanadamu ni chakula gani? Msomaji, mwalimu, hebu nipe 1:29 ya Mwanzo. Kwa hivyo leo hii watu wamegeuka, wameacha chakula kinachotokana na ardhi, wamekimbilia vyakula ambavyo havitokani na ardhi.
vyakula ambavyo vimeundwa hata hawajui ni nini na nini kimechanganywa. Najua leo hii hata kuna nyama ya kutengenezwa. Sasa kuna nyama ya kutengenezwa. Kwa hivyo hebu soma ile andiko msomaji. Inasema hivi. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu. Tazama nimewapa kila mche utoao mbegu. Ulio nchi yote pia, ulio juu ya nchi yote pia, na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Vitakuwa ndivyo chakula chenu. Kwa hivyo Mungu mwanzo alipeana chakula kinachotokana na ardhi, nayo ni matunda pamoja na majani yake. Kwa nini Mungu alipeana hivyo? Alielewa kwamba hiki ndicho chakula kinachompea mwanadamu afya. Mwanadamu anaweza akafikiria vizuri na akatenda vizuri na akamwabudu Mungu katika roho na kweli. Lakini leo hii wanadamu wameondokea hivyo, na vyakula hivyo ndivyo dawa. Yaani kinatumika kama chakula, tena kinaakti kama dawa kwa mwili wako. Msomaji, mwalimu, nipe 47:11 kitabu 12, 47:12 kitabu cha Ezekiel. Kwa hivyo Mungu alipeana vyakula vinavyotokana na ardhi, nayo ni matunda pamoja na majani. Yaani mti ule ambao wewe unakula tunda lake, majani yake ndiyo dawa kulingana na Mungu. Sikia vile anasema Ezekiel 47:12, soma. 47:12 Ezekieli. Biblia inasema. Inasemaje? Inasema hivi. 47:12 inasema hivi. Inasema, na karibu na mto, juu ya ukingo wake, upande huu na upande huu, utamea kila mti wa chakula, ambao majani yake hayatanyauka, wala matunda yake hayatatindika kamwe. Endelea. Utatoa matunda yake mapya kila mwezi. Mti huu utakuwa na matunda yake, kwa sababu maji yake yanatoka mahali takatifu. Na matunda yake yatakuwa ni chakula. Na pale nyuma Mwanzo 1:29 tumeona Mungu alipeana matunda kama chakula. Sasa tusikie kwa nini alipeana matunda kama chakula, na majani ya mti huo yalikuwa yawe nini? Soma, tuendelea. Endelea kusema hivi. Na matunda yake yatakuwa ni chakula. Matunda yake yatakuwa ni chakula, na majani yake yatakuwa ni dawa. Na majani yake yatakuwa ni dawa. Lakini leo hii watu wameacha chakula kinachotokana na ardhi, wamekimbilia vyakula ambavyo vimewekwa kwa tunasema kwa nini, kwa refrigerator, wameweka hapo ndani. Sasa wanaenda kwa supermarket, wanachukua kitu hawajui kimeundwa na kutokana na nini. Lakini Mungu anasema chakula halisia kinatoka kwa ardhi, na matunda yake ni dawa, yaani ni chakula, majani yake ni dawa. Saa hii mfano, ukichukua mpera ama mapera alimomanyete, mpera unatumika kuzuia sukari mbaya kwa mwili. Matunda ya mpera yanazuia sukari nyingi, yaani sukari ambayo si nzuri kwa mwili. Unapotumia matunda ya mpera yanatoa sumu hiyo ya sukari ambayo haifai kwa mwili. Pamoja na majani yake ukiwa unachemsha, tuseme uchemsha majani 5 ama 6. Majani 5 ama 6 kwa maji ya glasi 2. Majani ya mpera hayo yanazuia ama yanapunguza mafuta ambayo yanakaa kwa mikia. Yaani mikia ambayo damu haitembei vizuri. Unapotumia maji ambayo umechemsha na matawi ya mpera, yanakusaidia kutoa mishipa mafuta na damu inatembea vizuri. Na unapopumua hewa hii ambayo unapumua fresh air ndio inatengeneza damu ambayo inafanya kazi kwa mwili wako. Kwa hivyo hewa isipotembea kwa mwili wako katika kila kiwango, na hasa ifikie ubongo wako kwa asilimia ambayo inahitajika, ina maana damu yako itaanza kuchafuka na utaanza kuwa mgonjwa. Kwa hivyo hiyo ni for example nimekupea kwamba mpera na maji hayo ya mpera ukichemsha hayo matawi yake pia yanasaidia
yamesaidia hasa wale wanawake ambao wakiwa na siku zao za mwezi, wale ambao wanasikia uchungu ambao si wa kawaida. Ukitumia mpera majani yake uchemshe glasi 2 kila siku, unatumia asubuhi na jioni, utakuwa unahisi salama na uchungu huo utapotea. Uchungu huo utapotea. Lakini kwa sababu watu wamekataa kutumia vyakula asilia ambavyo Mungu aliweka, na Mungu alijua vyakula hivyo ndivyo vitatumika kama dawa, tena vyakula hivyo ama miti hiyo itakuwa kama chakula. Lakini leo hii watu wameacha kutumia. Leo hii watu wanapenda vyakula ambavyo vinatengenezwa. Leo hii kuna maabara ambapo zinatengeneza mpaka nyama, kemikali zinachanganywa, zinawekwa rangi, inawekwa huko kwa maduka. Wewe unanunua, tuko na wanawake wa leo ambao wengi wao ni wa.com, hawataki kuingia kwa meko waweke kuni ili wapekue chakula. Sasa wanataka vile ambavyo ni ready made. Wanakimbia wanachukua kitu ambacho kimeundwa na hakina ladha yoyote, ila ni kinaathiri mwili. Kwa hivyo tumeangalia vyakula hivyo ndivyo vile mwanadamu leo hii kwa asilimia kubwa, maana ameondokea vyakula halisia ambavyo Mungu aliweka. Gari kama hii ifanye kazi lazima iwekwe mafuta. Kuna gari ya petrol na kuna gari ya diesel. Gari hizi mbili hazina mungurumo moja. Kila gari kuna ngurumo tofauti. Kwa nini? Kwa sababu ya kile ambacho inatumia kuiendesha. Kwa hivyo Mungu alipoagiza chakula asili kinachotokana na mchanga ili kitumike kwa mwanadamu kiwe manufaa kwa maisha yake, alikuwa na sababu. Lakini gari ya diesel ugeuze uweke petrol, ili gari haitakaa kwa muda, hata iwezi ikafanya kazi sawa na vile inavyofanya kazi wakati inatumia kila ambacho mwenye aliunda inafaa kutumia. Kwa hivyo ukigeuza chakula ambacho Mungu aliweka, uanze kutumia wewe chochote chenye si chakula. Maana Mungu aliagiza chakula ni nini? Msomaji, hebu nipe 6:7 kitabu cha Waebrania. 6:7 kitabu cha Waebrania. Kwa hivyo leo hii watu wengi wameathirika na hata hawana akili sawa. Akili zao zimeathiriwa kwa sababu ya kile ambacho wanatumia kama chakula. Imeharibu akili zao, hata wengi wao hawatekelezi majukumu yao vile inavyopasa. Hebu soma 6:7 Waebrania nasema hivi. Maana nchi iliyoinywa mvua, nchi inainywa mvua iliyoinyeshea mara kwa mara, na kuzaa mboga zenye manufaa kwa hao, na kuzaa mboga zenye manufaa. Kwa hivyo mboga na manufaa, endelea, kwa hao ambao kwa ajili yao yalimwa. Kwa hivyo mboga ndizo ziko na manufaa kwa mwili wa mwanadamu. Hiyo chakula Mungu alimwachia mwanadamu ili apate kutumia, na tumeangalia tunaona chakula hiyo inafanya kazi mbili. Kwanza, hiyo mboga inakuwa na madini yake ya kusafisha mwili. Vile unachukua gari ama pikipiki yako, unachukua kwa makanika, eti unaichukua service. Unasikia mtu anasema leo nimechukua gari yangu ienda kufanyiwa service. Na mboga Mungu aliweka ifanye service kwa mwili wako. Yaani mboga inarekebisha unapotumia kwa mwili wako, mboga ndio inaakti hiyo sehemu ya kurekebisha mwili wako na kuufanya uwe upya. Hebu soma kitabu cha Zaburi. Nisomee Zaburi 104 aya ya 14. Hiyo ningependa unisomee kwa Kiingereza, maana ndio unaweka vizuri. Ile service ambayo unapeleka bike, unapeleka gari. Kwa mwanadamu Mungu aliweka mboga, vyakula asilia vinavyotokana kwa mchanga. Hivyo ndivyo unakula na vinafanya mwili wako uwe salama. Mwili wako uwe na afya nzuri na ufanye mapenzi ya Mungu pamoja na yako. Lakini leo hii kwa sababu watu wengi wametoka kwa hayo, ndio maana leo hii wengi tunazika kila Ijumaa. Watu tunazika kwa nini? Wanakula vitu ambavyo si chakula,
baadaye wanaanza kuonjeka, mwisho wake wanakufa. Lakini kama wangekuwa wanatumia vile ambavyo vinatokana na ardhi, wangekuwa wanaondoa magonjwa na madhaifu mbalimbali ambayo shetani angekuwa anawaletea. Hebu soma hilo andiko. Kitabu ni cha Zaburi 104. Aya ya 114. Aya ya 14. Aya ya 14 nasema hivi. He causes the grass to grow for the cattle. He causes the grass to grow for the cattle. And the herb for the service of man. And the herb for the service of man. And the herb for the service of man. Of man. Kwa hivyo mboga kazi yake ni kufanyia mwili marekebisho. Kama vile unachukua gari ili ifanyiwe service, na Mungu aliweka mboga ama herbs ili zifanyie mwili wa mwanadamu service. Kwa hivyo mwanadamu hafai kwenda kwa daktari eti kucha nienda mpimwe muone kama mko magonjwa imekuingia. Hiyo si mambo Mungu aliagiza. Mungu alikupea chakula tayari cha kukuangalia hiyo magonjwa kama imekuingia kama haijakuingia. Unakula kinaponyesha mwili wako, inarekebisha mahali ambapo tatizo imeingilia. Lakini leo hii watu wamegeuka wanakula vitu ambavyo si chakula. Wamegeuka wanakula vitu ambavyo si chakula. Kwa hivyo wanatengeneza mauti ndani ya sufuria zao, alafu wanaanza kulia tumegonjeka. Msomaji, mwalimu, hebu nisomee aya ya 38 kitabu cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili 4:38 usikie. Mauti ama wengi leo hii wanazikwa ni wale ambao wameachana na chakula halisia, wanakula vitu ambavyo si chakula. Baadaye wanakumbana na mashida, baadaye wanaenda kaburini. Soma Wafalme wa Pili 4 aya 38. 38 nasema hivi. Elisha akafika Gilgali tena. Elisha alikuwa nabii wa Mungu, alifika Gilgali tena, na kulikuwa na njaa katika nchi. Halafu kulikuwa na njaa katika nchi. Na hao wana wa manabii walikuwa wakikaa mbele yake. Na wana wa manabii walikuwa wanakaa mbele yake. Na tunaambiwa kulikuwa ni kipindi cha njaa. Endelea. Akamwambia mtumishi wake. Elisha anaamuru sasa mtumishi wake ili aletee hao watu chakula. Sasa sikia. Akamwambia, teleka sufuria kubwa. Wana wa manabii akaagiza wapikiwe chakula ili wale. Endelea. Na mmoja wao akaenda nje kondeni. Leo hii watu wanapika mauti, wanakula mauti. Endelea sasa tusikie. Mmoja wao akaenda kondeni. Maana kuna chakula halisia. Mmoja wao akaenda kondeni, akaenda kutafuta mboga. Hakukimbia kwa punja. Umesikia alikimbia kwa punja? Hapana. Elisha aliposikia wako na njaa, mmoja wao alienda wapi? Kondeni. Alikimbia kwa supermarket? Hapana. Alikimbia wapi? Kondeni. Alienda achukue kuku achinje? Hapana. Alikimbia wapi? Kondeni. Endelea. Ili kuchuma mboga. Kwa hivyo wana wa manabii walijua mboga ndio chakula asilia. Lakini leo hii mtu akisikia njaa anakimbia wapi? Kwanza akipatana na motura iko hapo hiyo ndio anakula kwanza. Lakini hapa tunaambiwa alikimbia kondeni, maana alikuwa hapo ndio chakula. Sasa endelea tusikie. Inaendelea kusema hivi. Akaona mtango mwitu. Sasa hapa kondeni pia unafaa uelewe chakula ni gani. Maana kabla ya dhambi kile ambacho kilikuwa kinamea ni mimea muhimu kwa mwanadamu. Lakini baada ya dhambi kuingia, mimea mingine ikamea kwa sababu ya dhambi ambayo haifai. Mimea ambayo haifai ikamea, ndio tunaita mitango mwitu. Msomaji, mwalimu, ningependa uweke kama hapo ili turudi tuonyeshe watu kwa nini tena mtango mwitu inapatikana. Kwa sababu kabla ya dhambi kulikuwa ni mimea yenye iko na manufaa kwa mwanadamu. Lakini baada ya mwanadamu kuanguka na kuanza kuenda kulingana na akili za shetani, hapo ndipo sasa dunia ililaaniwa. Ilipolaaniwa sasa ikaanza kumea mpaka mimea ambayo haifai. Kwa hivyo leo hii hata wewe usisikie eti mboga uende ukachukua mboga yoyote, lazima ujue ni mboga gani ambayo ni chakula. Sasa nipe 3:18 kitabu cha Mwanzo. Maana katika Biblia kabla ya dhambi kuingia, vyakula ama mimea ambayo ilikuwa inamea ni mimea ya manufaa kwa mwanadamu. Lakini mwanadamu alipoasi sheria za Mungu alilaani dunia.
ndio mimea mingine yenye ina faida ikaanza kumea. Soma tusikie. Inasema hivi, michongoma na miiba itakuzalia. Baada ya mwanadamu kufanya dhambi, sasa Mungu akasema lazima michongoma na miiba dunia itakusalia. Sasa hapa tunaona mwana mmoja katika wana wa manabii ameenda kuchukua chakula. Sasa yeye ni kama hakuwa anauelewa, akachukua mtango mwitu, maana ndio aliona umemeremeta. Umaide aba kusimba maide liko ngiro okonya ora mulikoli tora likomera, lakini ndio konya wali ametoka jaso mugondo. Kwa hivyo dunia ililaniwa. Sasa mitango mwitu, michongoma na miiba ikaanza kumea. Sasa sikia, huyo akaona akafikiri hiyo ndio chakula, akachuna. Sasa soma tusikie kwa najini msomaji. Inaendelea kusema hivi. Akaona mtango mwitu, alafu akayachuma matango mwitu. Nguo yake ikawa imejaa. Halafu akaja akayapasua sufuriani, kwa maana hawakuyajua. Halafu inaendelea kusema basi wakawapakulia au watu ili wale. Sasa baada ya kupika kitu ambacho si chakula, maana hakuelewa ni kipi, maana kwanza dhambi ilipotokea, sasa mimea mingine ilimea yenye ina faida. Sasa yeye akachukua ile akaenda akapika. Baada ya kupika walisemaje? Inasema hivi, ikawa walipokuwa katika kula chakula, wakapiga kelele wakasemaje? Mauti ipo sufuriani. Eti mauti ipo sufuriani. Kwa hivyo leo hii ukiona watu wanazika watu, wengi wao mauti wameanza kuiandaa kwa sufuria. Wengi wao wameanza kuandaa mauti kwa sufuria, kwa sababu wanapika kile ambacho si chakula. Kwa hivyo lazima mtu aelewe chakula ni gani. Na tumeona imemea asilia ambayo Mungu aliagiza itumike kwa mwanadamu, kama chakula. Lakini leo hii watu wanakula mpaka vitu ambavyo Mungu hakuagiza. Kwa mfano, msomaji, mwalimu, maandiko inasema kila kitu Mungu alichokiumba ni kizuri. Kama paswa, msomaji nipe 4:4 kitabu cha Timotheo wa kwanza. 4:4 kitabu cha Timotheo wa kwanza. Yaani kila kitu ambacho kiko katika ulimwengu kiko na sababu yake. Lakini kama hakijatakaswa na neno la Mungu, ukitumie kama chakula, basi hakifai. Sasa leo hii nitakuonyesha vile ambavyo havijatakaswa kwa neno na vinatumika kama chakula, ndio ujue kwa nini mnakufa kabla hata miaka yenye Mungu aliweka hamujatimiza ama hamujafika. Tusome tusikie. Timotheo wa kwanza 4 mstari wa 4 nasema. Inasemaje? Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri. Wala hakuna cha kukataliwa. Endelea. Kama kikipokelewa kwa shukrani. Na kwa kuwa kimetakaswa kwa neno la Mungu. Kwa hivyo kila kiumbe ikiwa kimekubalika na neno la Mungu kinafaa kwa matumizi. Endelea. Inaendelea kusema hivi. Kwa kuwa kimetakaswa kwa neno la Mungu na kwa kuomba. Kwa hivyo ikiwa kimekubalika na neno la Mungu kinafaa kutumika. Kila kiumbe ni kizuri. Lakini ikiwa kimetakaswa na neno la Mungu inafaa kutumika. Msomaji, mwalimu, sasa nipe 11 aya ya 7 kitabu cha Walawi 11 aya ya 7. Tusikie vile maandiko yanasema. Ndio tuangalie tuone hiyo inakubalika, imetakaswa na neno la Mungu ndio mtumie. Kama itatakaswa, kwa nini leo hii mnaitumia? Tusoma. Inasema hivi. Na nguruwe. Kwa sababu yeye anazo kwato. Ni mwenye miguu iliyopasuka kati. Lakini hacheui. Yeye ni najisi kwenu. Kwa hivyo nguruwe katika neno la Mungu anakataliwa. Lakini leo ukizunguka tauni hii ya Nyamira, unaweza pata butchery, nguruwe inachinjwa kabisa. Lakini katika maandiko tunaambiwa ni najisi, hatufai
kuguza. Endelea kwenda chini tusikie vile inasema. Inasema hivi, msiile nyama yao, Eti msiile nyama yao, wala msiguze mizoga yao. kwa hivyo katika neno la Mungu nguruwe imekataliwa isitumike. Lakini leo hii watu wanatumia nguruwe maana wanaona nyama yake ndio nono tena iko kwenye pesi, si hivyo? Kabisa. Lakini kwa neno la Mungu imekataliwa. Kwa neno la Mungu imekataliwa. Kwa hivyo watu wakigonjeka wataanza kuomba Mungu awaponye? Hapana. Na wakimwomba atawaponya? Hapana. Si maandiko inasema Mungu anaponya magonjwa yote? Kabisa. Hebu nipe Zaburi 103 aya ya 3. Zaburi 103 aya ya 3. Kwa hivyo leo hii watu wanagonjeka wanakula najisi alafu wanaanza kumulilia Mungu. Eti ombea ndugu yangu amegonjeka. Ombea ndugu yangu amegonjeka. Anakula najisi alafu unakuja kusema uombe na Mungu amekataa hicho ndio unakula. Hebu soma tusikie. Biblia inasema hivi, akusamea maovu yako yote. Mungu anasamea maovu yote. Akuponya magonjwa yako yote. Kwa hivyo Mungu anaponya magonjwa yote. Lakini leo hii watu wanagonjeka, wanadai wanamuomba Mungu aponye, hawaponi. Wanakufa. Wengi wao ni wale ambao wameacha kufuata sheria za Mungu za kutumia vyakula. Wanagonjeka huku wakiomba. Wanaenda kinyume na utaratibu wa Mungu na wanaendelea kuomba Mungu eti awaponye. Hamuwezi mkaponywa. Kwa sababu mumegeukia vyakula ambavyo Mungu hakuweka. Msomaji. Mwalimu, leo hii watu wamejaa. Unajua magonjwa imekuwa mingi kwa sababu mazingira imeharibiwa. Leo hii unapata watu wanarusha uchafu mahali mbalimbali. Ukitembea huko nyuma za manyumba unaweza pata bamba ziko hapo na mambo mengine, yaani uchafu mwingine. Sasa mvua inaponyesha uchafu huu unachukuliwa unaenda mpaka kwa mto ama baharini ama unaenda kwa mito mbalimbali. Kabla ufike, msomaji, kwanza nipe 1 aya ya 6 aya ya 5 kitabu cha Mhubiri. Unajua mvua ikinyesha na uchafu huu wote, maana watu wamejaa, uchafu huu inauokota inapeleka mpaka kwa bahari na mito mbalimbali. Na mito hiyo unapata wanyama wanatumia maji yake. Sasa soma ile andiko kwanza ndio tuelewe. Mvua ikinyesha leo hii vile imekaakaa, uchafu wote unapelekwa kwa mto. Baadaye nitakuonyesha. Kwa hivyo magonjwa yamejaa na watu vile wajui vile wanafaa kukaa na vyakula wanafaa kutumia, sasa wameadilika. Sasa wanaanza kuomba Mungu na Mungu amewapa akili na hawatumii akili hiyo. Msomaji. Mwalimu, hebu kwanza nipe 15:34 kitabu cha Wakorintho wa kwanza ndio turudi hapa. Najua ukitumia akili yako vile inafaa, unaweza ukajua vile unaishi na utampendeza Mungu, pia utampendeza mwanadamu. Maana maandiko yanasema Kristo akiwa dunia hii alikuwa kwa kumpendeza Mungu na kumpendeza mwanadamu. Lakini wale ambao hawakupenda Mungu walimkataa Yesu, maana alikuja kumdhihirisha Mungu. Vile leo hii watu wanadai wanamjua Kristo, lakini unapomhubiri Kristo wanakukataa na kukemea kwamba umeenda kinyume ama umewatukana. Sasa soma hiyo tusikie. Wakorintho wa kwanza 15:34 inasemaje? Inasema hivi, tumieni akili kama ipasavyo. Tumieni akili kama ipasavyo. Mungu ametupea akili, tutumie vile inafaa. Sasa nimesema leo magonjwa yamejaa. Kwa nini? Watu wamekuwa wengi na watu hao wengi wao tabia imepunguka kwa sababu wanakula vibaya, hawamchi Mungu. Sasa wamechafua mazingira kwa kutupa uchafu mahali popote na kuweka uchafu huo umetapaka kila mahali. Sasa mvua inaponyesha uchafu huo unapelekwa kwa bahari, na kabla ufike kwa bahari kwanza unapelekwa na mito. Baadaye itakuja kuongelea hiyo mito vile inatumika na vile sasa itakuja kukuathiri wewe ambaye unaishi. Sasa nipe Mhubiri 1 aya ya 5 tusikie.
Inasema hivi. Aya 7 inasema. Inasemaje? Mito yote huingia baharini. Mito yote huingia baharini, walakini bahari haijai. Walakini bahari haijai. Huko iendako mito. Huko iendako mito. Ndiko irudiko tena. Ndiko irudiko tena. Kwa hivyo mvua ikinyesha hapa, maji yanaenda kwa mito midogo, baadaye yanaenda kwa bahari. Maji haya vile nimetangulia kusema, kwa sababu watu wamejaa na hawana maadili, wanatupa hata bambasi mahali popote na uchafu wengine. Sasa inaposombwa inaenda kwa mto. Baadaye minyama hii, naona hizi mbuzi ziko hapa. Kuna ng'ombe na minyama wengine ambao watu leo hii wanatumia kama vyakula. Inaenda inakunywa yale maji. Maji yamechafuka. Baadaye minyama inaua. Nipe 8:22 kitabu cha Warumi. Minyama ikiua, watu wao wanakimbilia nyama. Leo hii ukienda katika hoteli kama Sote, unapata vyakula vya asili vimechemshwa, hata unaweza pata hata nyanya hakijawekwa hata kitunguu. Lakini nyama imewekwa vitunguu na imewekwa mpaka kachumbari. Sasa wewe unawekewa hiyo, unaongezewa na supu ya nyama. Lakini sikia vile maandiko inasema, soma msomaji. 8:22 Warumi nasema. Inasemaje? Kwa maana tunajua kuwa viumbe vyote pia vinaua pamoja. Tunajua viumbe vyote pia vinaua kwa pamoja. Viumbe vimeua kwa sababu vimetumia maji ambayo yanatokana na mazingira yanayochafuliwa na mwanadamu ambaye anaishi katika ulimwengu. Kwa hivyo vinapougua, na ukienda soko, wewe angalia zile ng'ombe ambazo zinauzwa huko, unapata mtu analeta ng'ombe kwa sababu imekuwa na dosari. Sisi ni ng'ombe mzuri, mtu anaona ng'ombe imeanza kugonjeka, ndio anaipepa, anachukua kwa soko mapema ili ichinjwe, yeye apate faida, aendelee na mambo mengine. Wewe unauziwa hiyo ng'ombe na unapata wale ambao wanachinja ndio wanaenda kununua, wale wako na butchery wengi wao ndio wananunua. Sasa wewe unachukua ng'ombe na maandiko imesema imeua, na tumeona imeua kwa njia gani? Mazingira wanadamu wamechafua. Ng'ombe inakunywa maji machafu, inakula vyakula ambavyo havifai. Sasa inaugua na wewe unakula. Ukikula na wewe pia unaugua. Ndio maana leo hii unaona magonjwa yamejaa. Leo hii magonjwa yamejaa, watu wengi ni wagonjwa. Wanameza madawa hata wakiwa katika maofisi yao. Kwa nini? Wameathirika na kansa, wameathirika na kisukari, wengine kichwa inawauma, wengine miguu imevimba. Magonjwa haya yote imekuja kwa sababu ya uraji mbaya. Maana hawajui najisi na hawajui kile kilicho salama. Msomaji. Ndio maana tumekuja ili tuwafundishe murudi katika chakula asilia ambacho Mungu aliweka, na chakula hicho ili rudi hapo. Maana leo hii hata kuna wale ambao pia wanapanda sukuma, cabbage, nyanya na mambo mengine, lakini wanaweka madawa zaidi ya vile inavyopaswa kuwekwa. Sasa wanaadhiri hata hiyo unakula dawa tena inaenda kuchafua mwili wako. Kwa hivyo unafaa ujirimie chakula chako. Mahali tumefika unafaa ujilinde. Katika wafalme ambao walikuwa wanafahamu mambo ya Mungu, waliweka mashamba yao ya vyakula wanakula. Msomaji. Kope 21 aya ya 2, kitabu cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili 21 aya ya 2 usikie. Wafalme wale ambao walikuwa wanaelewa kile ambacho wanafaa kutumia kama chakula, walikuwa wanajilimia chakula chao. Na kipindi hiki ambacho tumefika, maana wanadamu wote wamekuwa na tamaa ya kutafuta pesa. Yeye anataka akuhusia hata uchafu, yeye apate pesa aende zake. Yaani kila mtu ako na tamaa ya kutajirika. Kila mtu ana tamaa ya kutajirika. Hataki kujua ni kipi anakupea. Bora yeye apate faida yake, anaenda zake. Kwa hivyo ndio maana tunaagizwa tunatumia akili yetu vile inafaa. Tujilinde ndio Mungu atulinde. Soma andiko hilo. Wafalme wa Pili 21 mstari wa 4. 21 aya ya 2. 21 aya ya 2 nasema. Nasemaje? Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana. Kuangalia Wafalme wa kwanza. Wafalme wa kwanza 21 aya ya 2. Wafalme ambao walikuwa masuala ya afya, walikuwa wanakirimia vyakula vyao na walikuwa wanaweka mashamba ya vyakula vyao karibu na nyumba zao.
ili wajue vile wanavitunza. Tusoma. Inasema hivi, Ahabu akasema na Nabothi akamwambia. Ahabu alikuwa ni mfalme, akasema na Nabothi akamwambiaje? Nipe shamba lako la mizabibu. Eti nipe shamba lako la mizabibu. Nipe shamba lako la mizabibu. La mizabibu. Nilifanye shamba la mboga. Eti nilifanye shamba la mboga. Kwa nini? Maana ni karibu na nyumba yangu. Kwa hivyo kila mtu anafaa awe na shamba la mboga karibu na nyumba yake. Shamba la mboga karibu na nyumba yake. Na tumeona mboga ndiyo inayotumika kama dawa katika mwili wa mwanadamu. Na hiyo ndiyo Mungu alipeana kama chakula cha manufaa kwa mwili wa mwanadamu. Kwa hivyo leo hii watu wameacha chakula hicho ambacho kinawafaa, wanakimbilia vyakula. Kwa hivyo nyama imeathirika kwa sababu mazingira imechafuliwa. Wanyama wamewojeka, pia tumesoma maandiko, kwa sababu wanadamu wameathiri ama wamenajisi mazingira. Kwa hivyo wanyama wamewojeka. Kwa hivyo wewe kama ni mtu unapenda nyama, unafaa uanze kuiondokea, maana ukiendelea kutumia utakufa kabla siku zako hazijafika. Mungu hajawahi nena uongo. Maneno ya Mungu ni ya ukweli. Msomaji, mwalimu, hebu nipe 35 kitabu cha Methali. Mungu maneno yake yanafaa kuwa vile alisema, hayabadiliki. Lakini leo hii wengi wanafikiri yamebadilika, lakini wewe ndio umebadilisha, si Mungu. Ukisoma tusikie. Biblia Takatifu inasema. Inasemaje? Kila neno la Mungu limehakikishwa. Eti kila neno la Mungu limehakikishwa. Kila neno la Mungu limehakikishwa. Mungu katika masuala ya mwanadamu kuishi alisemaje? Nipa 90:10. 90:10. Maana tumeona kila neno la Mungu limehakikishwa. Kwa hivyo kile Mungu alisema hicho ndicho kinafaa kuwa. Lakini ukiona kinakuwa kinyume leo hii, basi jua yule ambaye ameonekana kufanya ile ambayo limesema kinyume, huyo ndiye ameenda kinyume, si Mungu. Soma. Inasema hivi. Inasemaje? Siku za miaka yetu ni miaka 70. Na ikiwa tuna nguvu ni miaka 80. Kwa hivyo Mungu alisema lazima tuishi miaka 70. Ama ukiwa tuna nguvu tunaishi miaka 80. Kwa hivyo mwanadamu anafaa afe akiwa na miaka 70 ama na zaidi. Lakini leo hii unafika watu mpaka hata wengine wakizaliwa hivi wanakufa. Kwa nini? Wamegeuza kile ambacho Mungu aliweka cha kuwafanya waendelee kuishi. Maana tunaona Mungu anataka mwanadamu aishi kwa kuwa na afya yake nzuri. Msomaji, mwalimu, ule waraka wa 3 wa Yohana 1:2. Mungu anataka watu wawe na afya nzuri, lakini leo hii watu wanakufa hata kabla ya kuishi siku hata miezi. Unapata mtu anakufa. Mtu ako na miaka 30, ako na miaka 15, ako na 20, anakufa. Mungu alisema wanafaa kuishi ama tunafaa kuishi miaka 70 na zaidi. Mbona tunakufa kabla? Ni kwa sababu tumeenda kinyume na maagizo ya Mungu. Na tumeona kile ambacho kinaathiri ni katika uraji. Soma msomaji. Inasema hivi. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo yote. Na kuwa na afya yako. Mungu anasema mtu afanikiwe kwa mambo yote. Awe na afya yake. Lakini leo hii watu wanakufa kabla ya kufika miaka ambayo Mungu alisema. Kwa hivyo wameenda kinyume na kile ambacho Mungu alisema watumie kama chakula ili wawe na afya nzuri. Hebu nipe 55 aya ya 2 Isaya. 55 aya ya 2 Isaya. Nikienda kumalizia nimkaribishe mwalimu mwingine. Kwa hivyo katika masuala ya afya liko na mambo mengi. Hata watoto wao leo hii mnaona wanachoma mashule. Ni kwa sababu ya kile ambacho wanatumia kama chakula shuleni. Maana tumeona mfalme alikunywa pombe, baadaye akaitisha mwanamke. Kwa hivyo ni nini iliitisha mwanamke? Ni kile alikunywa. Kwa hivyo leo hii ukiona mtu akiwa na hasira, kile alikula ndicho kinachomdhibiti, kinachomuongoza. Kwa hivyo kwa sababu watu wameacha chakula asilia, wamekimbia vyakula ambavyo vimetengenezwa, ndio maana leo hii watu wamekuwa maadui, wamekuwa hatari kwa wengine, wamekuwa zaidi ya wanyama. Msomaji, soma. Inasema hivi. Soma. Isaya 55 mstari wa 2. Inasemaje? Kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula. Leo hii watu wanatumia fedha kununua vitu ambavyo sio chakula. Mtu anaenda anatumia pesa yake nyingi ananunua kitu ambacho si chakula.
Endelea. Inaendelea kusema hivi. Na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha. Na mapato yenu kwa kitu ambacho hakishibishe. Endelea. Nisikizeni kwa bidii. Musikizeni Mungu kwa bidii. Mule kilicho chema. Mule kilicho chema. Na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Kwa hivyo watu wakila kilicho chema wanajifurahisha nafsi zao kwa unono. Na tumeona kile ambacho Mungu aliweka kilicho na afya kwa mwili wa mwanadamu ni vyakula ambavyo vinatokana kwa ardhi, si ndivyo? Kabisa. Lakini leo hii watu wameacha hizo, wanakimbilia vyakula ambavyo ni nyama hazitokani kwa ardhi. Nyama inakuja kupeanwa baada ya dhambi kuingia ulimwenguni. Kwa hivyo chakula original ilikuwa ni matunda na mboga. Hiyo ndio original ambayo Mungu alipeana. Na hapo ndio unafaa urudi. Maana mbinguni hakutakuwa na kula nyama. Mbinguni simba mwenyewe atakula nyasi. Simba mwenyewe atakula nyasi. Hata kula wanyama wengine. Usomaji. Mwalimu, maana kabla ya dunia kuwa na dhambi, Adamu alikuwa na simba na wanyama wengine walikuwa marafiki. Kwa hivyo na sisi tukienda mbinguni hakutakuwa na kula wengine. Tunaukinja kuku. Mbinguni simba atakuwa rafiki wa ng'ombe. Hebu nipe Isaya 11 aya 6. Kwa hivyo unafaa uanze kujiandaa kama unataka kwenda mbinguni. Anza kuzoea chakula original ambacho Mungu alipeana mwanzo, ambacho ni hizo ambacho kinatokana kwa ardhi. Achana na vyakula ambavyo vinatokana na wanyama. Maana hiyo si kwa mpango wa Mungu. Usomaji somo. Inasema hivi. Mbwa mwitu atakaa pamoja na mwana kondoo. Leo hii mbwa mwitu na mwana kondoo wanasikizana? Hapana. Lakini katika mbingu mpya wanakaa pamoja. Soma. Na chui atalala pamoja na mwanambuzi. Na chui atalala pamoja na mwanambuzi. Ndama na mwana simba. Eti ndama na mwana simba. Halafu na kinono watakuwa pamoja. Endelea. Na mtoto mdogo atawaongoza. Mtoto mdogo atawaongoza. Leo hii mtoto anaweza kukaribia simba? Hapana. Kabla ya dhambi kuingia, Adamu akiwa na Hawa, kabla hawajadanganywa na shetani, si walikuwa wanazunguka kwa wanyama? Kabisa. Simba alikuwa rafiki kabisa. Lakini leo hii wamekuwa maadui baada ya dhambi kuingia. Kwa hivyo tunafaa kuelewa kabla ya dhambi nyama haikuwa chakula cha mwanadamu. Na ili ufike mbinguni lazima uanze kujitayarisha na mapema. Kwanza nizungumzie jambo kipengele kimoja niachie mwalimu mwingine aendelee. Unajua jambo hili la afya limeshika mambo mengi. Hata kile ambacho unasoma na unasikiliza hicho kinakugeuza masuala yako ya akili. Hebu nipe 22 aya 3. Kitabu Matendo. Paulo kabla wakutane na Kristo alikuwa anaoa wa Kristo. Kwa nini? Alikuwa amepokea mafundisho yaliyo mapokeo ya mwanadamu. Lakini baada ya kupokea mafundisho ya Kristo, aliyeuza akili akaanza kupenda mambo ya Mungu. Leo hii watu ambao wanapenda mapokeo ya mwanadamu, ukiwasomea masuala ama injili ya Kristo vile ilivyo, wanaichukia. Utasoma hilo andiko. Matendo ya Mitume 22 mstari wa pili. Mstari wa 3. 3 nasema. Nasemaje? Mimi ni mtu wa Kiyahudi. Paulo anajieleza, mimi ni mtu wa Kiyahudi. Nalizaliwa Tarso. Mji wa Kilikia. Halafu ila nililelewa katika mji huu. Miguuni pa Gamalieli. Kwa usahihi nikawa mtu wa jitihada kwa Mungu. Kama ninyi nyote mlivyo leo hivi. Endelea. Nikawaudhi watu wa njia hii. Kuna kitu umeruka hapa. Kuna mafundisho ilisoma ya Gamalieli. Inasema hivi. Nililelewa. Nikafundishwa sheria ya baba zetu. Hiyo ndio alianza. Kwa hivyo Paulo kabla hajakutana na Kristo alikuwa na mafundisho ya baba yake. Mababu sawa. Endelea. Inasema hivi. Nikafundishwa mafundisho, inasema hivi. Nikafundishwa sheria za baba zetu kwa usahihi. Halafu nikawa mtu wa jitihada kwa Mungu kama nyinyi nyote mlivyo leo hivi. Kwa hivyo baada ya kufundishwa na mababu akaanza kuwaudhi watu ambao walikuwa na imani ya kweli ya Kristo. Soma haya ina hapo. Inasema hivi. Nikawaudhi watu wa njia hii. Akawaudhi watu wa njia hii. Njia hii ni njia ya Kristo. Maana katika Yohana 14:6 Kristo anasema mimi ndio njia, kweli na uzima. Kwa hivyo kabla Paulo wakutane na Kristo alikuwa na mapokeo. Kwa hivyo hata mafundisho ambayo unasikiliza yanaathiri afya yako.
unaanza kufikiria tofauti, unaanza kuchukia mafundisho ya kweli ya Kristo. Lakini Paulo baada ya kukutana na Kristo, hebu soma aya ya 6 hapo. Aya ya 6 nasema, ikawa nilipokuwa nikisafiri nikikaribia Dameski, wakati wa adhuhuri, nuru kuu ilitoka mbinguni, nuru kuu ikatoka ikamulikia pande zote, nikaanguka nje, nikasikia sauti ikiniambia aje, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Halafu nikajibu, wewe nani Bwana? Akamwambia aje, mimi ni Yesu Mnazareti, ambaye wewe unaniudhi. Kwa hivyo Paulo anafundisha mababu, alikuwa anaudhi Kristo. Leo hii Paulo alipopokea Kristo alihubiri injili gani? Sasa hapo ndio ningependa nisoma mafungu mawili nimpe mwalimu aendelee. Ndio maana uone leo hii watu wanapokataa injili tunayohubiri, ina maana wako kwa mafundisho ya mababu zao, hawajapokea Kristo. Kama wangekuwa wamepokea Kristo, wangekuwa wanakubali mafundisho tunasoma, kwa maana tunasoma kwa Biblia ambao wanatumia. Sasa Paulo baada ya kumpokea Kristo, alianza kuhubiri nini? Ipo Wakorintho wa kwanza 1:23. Wakorintho wa kwanza 1:23. Baada ya kumpokea Kristo, aliachana kuhudhi watu wa Kristo na akaanza kumtumikia Kristo. Sasa alianza kufanya nini? Soma. Inasema, basi sisi tunamhubiri Kristo. Basi sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Kwa hivyo sasa Paulo anasema anamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Alikuwa anamhubiri Kristo kwa njia gani? 1:28 kitabu cha Wakolosai. Kristo huyo ndio leo hii tunamhubiri, kwa sababu watu wameathirika, kwa sababu wanaona, wanasikiliza na kusoma, wamewaadhiri afya zao, akili zao zimeathirika. Sasa tunapowaletea Kristo ambaye alikuwa anaujua na Paulo hata kabla na yeye kumpokea, sasa wanaona ni injili ngeni. Kwa hivyo hiyo ndio maana yake. Tusome tusikie. Biblia inasema tunaambiwa alianza kumhubiri Kristo. Sasa alimhubiri kwa njia gani? Soma. Inasema hivi, Wakolosai 1:28, ambaye sisi tunamhubiri habari zake, tukimwonya kila mtu na kumfundisha kila mtu katika hekima yote, halafu tupate kumleta kila mtu mtimilifu katika Kristo. Kwa hivyo Paulo alianza kumhubiri Kristo kwa kuonya watu ili wawe wakamilifu mbele ya Kristo. Ndio maana sisi tumeleta injili ya maonyo ambao Paulo alianza kuhubiri baada ya kumpokea Kristo, lakini inakataliwa na wale ambao wako na mapokeo, wameathirika kiafya kwa sababu wako na mapokeo bado. Kama wangekuwa wamempokea Kristo, basi wangetupokea hata na sisi, maana tunahubiri Kristo anayepatikana kwa maandiko. Kwa hivyo kuna mambo mengi ningeendana na katika masuala haya ya afya, lakini kwa sababu tunafaa kuelewesha watu masomo mbalimbali, wacha niachie hapo, mwalimu mwingine apate kuendelea. Asante, karibu. Haya, asante. Basi niendelee kuwakaribisha tena kwa somo la pili. Mahali popote ulipo, sauti inapokufikia, nikukaribisha tena tuendelee kujifundisha Bible. Tunashukuru mwalimu wa kwanza amezungumzia masuala ya afya, maana leo watu wengi wanaangamia kwa kukosa maarifa. Hebu nisaidie kitabu cha Hosea 4:6 ama ni 6:4, angalia. Watu wamekosa maarifa ya Mungu. Lakini kama kuna watu ambao walifaa wawe matajiri wa kiroho, ni wa Kristo, maana wamekabidhiwa ujumbe kutoka kwa Mungu, Biblia ambayo wako nayo, Biblia ambayo wameienzi. Hakuna kitabu ambacho kinaweza kikabishana na Biblia. Kinajua mahali Mungu yuko, kinajua historia ya mwanadamu wa kwanza aliumbwaje, na pia kinajua mwisho wake. Sasa tukisoma kitabu hicho kwa umakinifu, hata nafikiri hakungekuwa na mahospitali. Mwanamuumba wetu aliyetuumba, yeye ni daktari ambaye anajua, yaani yeye ni fundi ambaye tunaweza muita ni injinia wa mainjinia. Na kwa sababu alituumba,
ametupatia mwelekeo ama ametuelekeza katika maandiko yake nini tutumie, nini tusitumie. Lakini kwa sababu wanadamu wamekuwa wajuaji kuliko Mungu, na wengine wamekosa maarifa hayo ambayo Mungu aliweka, ndipo inasababisha leo tunakuwa na vifo vya watoto. Wengi wanatembea na dawa kwa mfuko kama njugu, ana meza ya pressure, sijui meza ya gani, au kuumba kwa sababu ya kumeza hizo madawa. Hapana. Kama mngejua kusudio la Mungu kwako ni gani, kama ungefahamu hayo maarifa, haungekuwa hata unameza hizo dawa kipana dati mara moja. Ya nini? Leo wanadamu wanameza hiyo ni kwa sababu hawajajua maarifa yanayohusiana na afya yao. Soma andiko msomaji. Hosea 4 mstari wake wa 6 nasema, twende, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Mungu anasema wanadamu wanaendelea kuangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Kwa kukosa nini? Maarifa. Kwa kukosa nini? Maarifa. Hiyo tu ndio shida. Lakini kama wangenyenyekea, wakubali mafundisho yenye Biblia, maarifa ambayo Mungu ametoa hapo. Tufikirie kwamba Mungu alituumba alafu akatuachilia tu duniani tutembee tu, tujitembeze tu kama watu wajielewe. Hapana, aliweka principle, order. Hebu nisaidie kitabu cha Wakorintho wa kwanza 14:34. Sikiliza. Sasa leo wanadamu wanatembea, wanakula hata kwa ibada, na hapo ndio nakuja. Wanaenda bila kuzingatia utaratibu wa Mungu, kuanzia kwa ulaji mpaka kwa ibada. Soma andika msomaji. 14:34. Sikiliza. Wakorintho wa kwanza. Mungu ni Mungu wa mpangilio. Sikiliza. Soma andiko. Wakorintho wa kwanza 14 inasema hivi, 14:40. Soma. Inasema, lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri. Kuna ile ambayo inataka God is God of order. 33 hapo juu kama 34. Inasema, sikiliza. Inasema hivi, kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko. Mungu si Mungu wa machafuko, bali wa amani. Bali wa amani. Vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Kwa hivyo wale ambao wanaenda kwa makanisa haya ama ambao wanatengeneza kanisa hayo ya Mungu, maandiko yanasema Mungu sio Mungu wa machafuko, yaani ni Mungu wa mpangilio. Kwa hivyo tunafaa kusikiliza mpangilio wa Mungu vile Mungu amesema. Kwa mfano nisaidie kitabu cha 10 Wakorintho wa kwanza hiyo mstari wake wa 31. Usikule tu chakula kwa sababu umekuona kinauzwa supermarket ama kwa sababu kinatembezwa. Hapana. Kabla ukikule, angalia kwanza kama kinampa Mungu utukufu. Maana Mungu ndiye aliyetuumba, anajua ni nini kinafaa kiingie kwa mwili wetu. Lakini leo wanadamu wamejibunia mambo, wanaingiza vitu zingine kwa tumbo ambazo baadaye zinawaletea madhara kama kansa, kama ulcers. Walikula vibaya vyakula ambavyo haviendani, havikustahili kuwa katika tumbo zao. Soma katika msomaji. Wakorintho wa kwanza 10:31 nasema, na iseme, basi mlapo au mnywapo. Maandiko yanatuarifu, basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Fanyeni yote kwa utukufu wa nini? Wa Mungu. Sasa leo Wakristo wafanyi kwa utukufu wa nani? Wa Mungu. Leo hata wachungaji wao wanawadanganya tu, wanawaambia unajua Mungu angaliange mwili, Mungu anaangalia roho. Kwa hivyo wewe kula chochote ambacho amepatana nacho. Ndio unaona leo kuna Wakristo mpaka wanakula nguruwe, na walikuwa kanisa leo na wanakula nguruwe. Wakati Mungu amepiga marufuku, amesema msile nguruwe. Hata kisayansi wenyewe wanadhibitisha nguruwe haistahili kuliwa. Lakini leo wachungaji hawafundishi washirika wao, wanawaambia hapana, Mungu angalii mwili. Hebu nisajie kitabu cha Wakorintho nafikiri ni 3 wa kwanza 3:19. Sikiliza, ama 6:19. Sikiliza. Maandiko yanatuambia miili yetu sio mali yako, ni mali ya Bwana. Kwa hivyo kama miili yetu ama mwili wako uwe mali ya Bwana, inamaanisha unafaa kutii utaratibu wa Bwana. Lakini wengi leo wanasema wao ni wa Bwana, Kristo ni Bwana wa maisha yao,
lakini hawatii wala hawafuati utaratibu ambao Kristo ameweka katika maandiko. Soma andiko msomaji. Wakorintho wa kwanza 3:16 nasema. 19 ndio nataka. 19 inasema hivi. Twende. 19 ama wende 6:19. Nyinyi si mali yenu. Kwa hiyo tunaambiwa mwili yetu ni hekalu. Na kwa sababu unapokuwa hekalu, Roho wa Mungu anakaa ndani yako. Soma andiko. Biblia inasema hivi. Hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Mwili yetu ni hekalu ya Roho nini? Roho Mtakatifu. Kwa hiyo wewe unapotembea hapo unafaa kuwa the temple of God. Lakini ili Roho Mtakatifu akae kwako, kwa hiyo temple ambayo ndio wewe na mimi, lazima ifuate principle, order of heaven. Soma. Inasema hivi. Hawamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Hawamjui ya kuwa hekalu yenu ni hekalu, mwili wenu ni hekalu ya Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliopewa na Mungu. Wala ninyi si mali yenu wenyewe. Ninyi sio mali yenu wenyewe. Maana mlinunuliwa kwa thamani. Tulinunuliwa kwa nini? Kwa thamani. Kwa hivyo tunafaa kuishi kwa nani? Wa Mungu. Ili tuendelee kuwa hekalu inayompendeza nani? Mungu. Hekalu inayobeba roho ya nani? Roho ya Mungu. Lakini wanadamu wameenda kinyume na hicho. Wameenda kinyume. Sasa turudi kwa mada yetu. Mada yetu ama kichwa cha somo letu inazungumzia ukweli wa sasa. Maana tunaishi kwenye kizazi ambacho nimegundua wengi hawajui ukweli wa sasa, na ukweli huo wa sasa ndio ulifaa ujulikane na mama boga na mwenye anaendesha boda na mwenye anafanya biashara mbalimbali, ili ukweli huo uweze kumuokoa. Hakuna kizazi ambacho kimeachwa bila ukweli wa wakati. Msomaji, mwalimu, nisaidie kitabu cha Mathayo 24 mstari wake na 42. Kuna ujumbe wa wakati. Sasa wengi leo hawajui, na wengi leo wanapinga hiyo ujumbe. Wengi leo wamedanganywa, wameondolewa kwa kufahamu ujumbe huo, wakapewa ujumbe mwingine. Soma andiko msomaji, nasemaje? Biblia Takatifu inasema hivi. Kesheni basi. Kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja mwana wa Bwana wenu. Hatujui ni siku gani ambayo Kristo atakaporudi. Soma. Lakini fahamuni neno hili. Kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwivi atakayokuja. Kama tungejua siku ambayo mwizi anakuja kukuibia usiku, angalikesha. Tungekuwa tunakesha, si ndio? Kabisa. Soma. Wala asingaliacha nyumba yake kufunjwa. Kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari. Mungu anataka ujiweke tayari. Twende. Kwa kuwa katika saa msiyodhani, Mwana wa Adamu yuaja. Sasa katika kujiweka tayari ni kuamini ujumbe ambao ni wa wakati huu ambao unaishi. Kwa mfano napoangalia hapa nyuma kuna mapicha hapa. Hii ndio ujumbe wa kipindi chetu. This is our gospel. Kuna sanamu, kuna wanyama hapa. Lazima tuelewe hiyo ujumbe yote. Kuna malaika watatu, kuna mwanamke ambaye ameketi juu ya mnyama mekundu sana, mwenye vichwa 7 na pembe 10. Sasa leo makanisani hawafundishwi hizi jumbe, wala huu ujumbe haujawahi sikika masikioni mwa wengi, na walikuwa kanisa leo, na wewe mwenyewe ni shahidi. Ulihubiriwa habari ya mnyama ambaye ameketi juu ya mnyama mekundu, ulihubiriwa. Na hii ndio ujumbe wetu. Sikiliza, hii ndio ujumbe wetu. Angalia, nikukaribisha mami na dadi, nisikilize kwa makini. Sasa wengi leo wanakasirikia ujumbe huu bila kufahamu ya kwamba ni ujumbe ambao walifaa waukumbatie ili uandae. Tumeambiwa tujiweke tayari. Sasa wengi leo hawako tayari, maana hawafahamu present truth, hawafahamu ujumbe wao. Mungu hajawahi hata kila kizazi kwenye giza. Hapana. Nisaidie Amosi 3 mstari wake wa 7. Ndio naona tulipoanza hapa kutoka juzi tumekuwa tukifundisha, na pia tunaalika wachungaji waje waulize maswali. Ni vile hawajafika, sijui wako wapi. Waje waoji kila ambacho tunafundisha. Sio wachungaji peke yake,
mpaka na washirika ambao wameaminishwa hiyo mafundisho, tunawaita waje watuhoji, waje waulize maswali. Maana katika kuhoji na kuulizana ndipo tutafahamu ujumbe wetu. Lakini tukinyamaziana, wewe ukae huko, mwingine akae huko, akae huko kwa Radio Maria, mwingine SDA, mwingine huko, mtawahi jua ujumbe wenu kweli? Mtawahi jua ujumbe wa wakati wetu ambao unafaa tuokoe ni upi? Soma andika msomaji. Amosi 3:7 inasema, Mungu alishanao mikono, anasema hivi, soma. Hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote. Hakika Bwana Mungu hatafanya jambo lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Lazima afunue siri yake. Mungu hawezi angamiza hii Nyamira kama hajatuma wajumbe wakuje waonye wenyeji wa Nyamira kwanza, waambie kesho kutatokea hiki na hiki. Wanajulikana kama watumishi wa Mungu, wanafunua siri ya Mungu ambaye atatekeleza kesho. Maana mwanadamu wa kawaida hajui nini kitafanyika kesho. Kwa hivyo anafunuliwa siri hiyo ya Mungu kupitia ujumbe ambao wamekabidhiwa na Mungu. Sasa hii ndio ujumbe wetu, our message iko hapa. Sikiliza sasa, katika ujumbe wetu wa wakati ambao ningependa tujifundishe kwa muda mchache tu, sitaenda sana. Nataka nizungumzie kipengele kimoja katika ujumbe huu wetu wa wakati. Tunaambiwa haje katika Ufunuo 17 mstari wake ni wa 2. Sikiliza, katika ujumbe huu wa wakati wetu tunaona mwanamke ambaye ameketi juu ya mnyama mwekundu, na mwanamke huyo alikuwa amevikwa mavazi ya mavazi ya rangi ya nyekundu na zambarau. Hebu soma andiko tupe habari. Ufunuo 17 mstari wa 2 nasema, ambaye wafalme wa nchi wamezini naye. Sasa huyu mwanamke tunaambiwa wafalme wa nchi wamezini naye, wamezini naye. Hii ni ujumbe wa wakati. Shetani amejitukuza kuwashika wafalme wa nchi. Weka kamba hapo kwanza. Nisaidie kitabu cha Isaya 12 mstari wake ni wa 15. Sikiliza. Shetani aliapa na akasema, nitajiinua na nitajitukuza juu ya kile kiitwacho Mungu. Anataka haabudiwe. Alafu katika harakati ya yeye kutaka kuabudiwa kuna mambo ambayo ameyafanya. Hebu soma, tunapewa hiyo siri vile vile katika Biblia. Soma andiko. Isaya 14:12 nasema, nataka usome 15. 15 nasema hivi, twende. Lakini utashushwa mpaka kuzimu. Alipokuwa na hizo ajenda zake pale juu, alishushwa hata kuzimu, mpaka pande za mwisho za shimo. Twende. Wao wakuonao watakukazia macho. Soma 17 ama 16. Hebu soma 16 tu. Inasema hivi, sikiliza, wao wakuonao watakukazia macho. 17 1 17 soma. Aliyefanya ulimwengu ukiwa. Sasa huyo ndio Shetani, amefanya ulimwengu kuwa ukiwa. Akaipindua miji yake. Yeye ndiye amepindua miji mingi, amepindua imani ya Wakristo. Sikiliza, amepindua na amefanya ulimwengu kuwa ukiwa. Twende. Asiyewafungua wafungwa wake waende kwao, na asiyeachilia wafungwa, asiyeachilia wafungwa waende kwao, amewakamata. Sikiliza sasa, leo watu sasa, leo unaweza kuwa mfungwa wa Shetani bila kufahamu. Maana si Shetani mwenyewe atajitokeza hivi hivi ili afanye mataifa kuwa ukiwa ama kukamata wafalme. Hapana. Sasa leo ametumia huyu mwanamke, turudi kwenye hicho kitabu sasa. Ametumia huyu mwanamke ambaye unamuona hapa, huyu kuwafunga, kuwafanya wengi katika kuwaingiza katika siri yake. Amewafanya mateka. Tumeambiwa asiachilia wafungwa wake waende zao. Soma andika msomaji. Ufunuo 17 mstari wa 2. Nasemaje? Ambao wafalme wa nchi wamezini naye. Sasa wafalme leo ni mateka wa Shetani kupitia huyu mwanamke. Wafalme na wengi leo katika nyumba za ibada pia ni mateka, hata kama walikuwa kanisani leo. Nataka nikuonyeshe vile wao ni mateka kupitia huyu mwanamke. Soma andika.
Inaendelea kusema hivi, nao wakao katika nchi, pamoja nao wakao katika nchi hawajapona. Soma. Wamelevya kwa mvinyo wa uasherati wake. Wamelewa kwa mvinyo ya uasherati wake. Wamelewa kwa mvinyo ya uasherati wake. Kwa hivyo kuna mwanamke ambaye amekamata wafalme na kwenye mkono wake kuna kikombe cha dhahabu. Kikombe hicho kiko na mvinyo ambaye mvinyo huo umewalewesha raia. Sasa ukilewa kwenye kikombe hiki cha mwanamke huyu, utakuwa mateka wa shetani. Hata uende kanisani, wewe ni mateka wake mpaka siku ile utakapoondokea kikombe hiki. Na waweze kukiondokea kama hujaambiwa, kama hujahubiriwa ukaweza kuelewa madhara yenye kwa hiki kikombe. Tunaambiwa ni machafu ya washarati wake. Hebu endelea na andiko msomaji. Inaendelea kusema hivi, nasema nao wakao katika nchi, wamelevya kwa mvinyo wa uasherati wake. Sasa tunaambiwa wanaokaa katika nchi hao ni raia wamelewa kwenye kikombe. Sasa inaweza kuwa umeenda kanisani leo au umesimama pale na umelewa na huna habari kama ulilewa. Dakika kidogo tu nikuonyeshe vile huyu mwanamke analewesha watu kwenye kipindi cha mwisho. Ndio nikakwambia lazima kuwe na ujumbe wa Mungu ambao unajulikana kama present truth, utakao honya wanadamu wasilewe kwenye hiki kikombe. Hapana, maana haya maandiko hayajaandikwa tu kama stories. Hapana, yameandikwa kutuonya sisi tuepukane na haya mafundisho. Sasa tunaambiwa raia wamelewa na wafalme wa nchi wamezini naye. Endelea na andiko msomaji. Inaendelea kusema hivi, akanichukua katika roho hata jangwani. Yohana akachukuliwa kwa roho hata jangwani. Nikaona mwanamke, akaona mwanamke ameketi juu ya mnyama mekundu sana. Mnyama mekundu juu yake mwanamke ameketi. Alafu mwenye kujaa majina ya makufuru. Na huyu mwanamke ama huyu mnyama amejaa majina ya makufuru. Mwenye vichwa 7 na pembe 10. Na alikuwa na vichwa 7 huyu mnyama na pembe 10. Twende. Na mwanamke yule alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau. Mwanamke huyu alikuwa amevikwa nguo ya rangi ya zambarau na nyekundu. Amepambwa kwa dhahabu na kito cha thamani. Na lulu. Naye alikuwa na kikombe cha dhahabu mkononi mwake. Kilichojawa na machukizo na machafu ya uasherati wake. Kwenye hiki kikombe kumejawa juisi, machukizo na machafu ya uasherati wake. Kuna maji safi? Hapana. Kuna soda hapa kwenye kikombe? Hapana. Lakini tunaambia kwenye kikombe raia wamefanya nini? Wamelewa. Yeye mwenyewe amezini na kina nani? Na wafalme wa nchi. Sasa hapa ndio kuna danger hapa. Kama uelewi hii na umeenda kanisani leo, my friend, enda upige magoti uombe Mungu akusaidie uelewe. Na nakukaribisha nikuguzie tu kidogo, maana wote watakao leo kwenye hichi kikombe ya mwanamke kahaba, ndani ya kikombe chake tumeambiwa kuna machukizo na machafu ya washarati wake. Sikiliza sasa, leo wachungaji wengi wameogopa kufundisha hii ujumbe, manabii wengi wameogopa kufundisha hii ujumbe. Leo wanaambia watu maneno laini. Sasa ni nini kiko kwenye hii kikombe? Mwanamke, kama tulivyoanza kufundisha kutoka juzi, tulielewa kwamba ni kanisa. Sasa kikombe kimebeba nini? Tumeambiwa kwamba ni machukizo na machafu ya washarati wake. Kwa hivyo hapa kwenye kikombe chake hakuna mambo mazuri. Kwanza ni machukizo yenye anafanya usharati na shetani, alafu anaweka anapeana. Kikombe kinasimamia mafundisho, mwanamke anasimamia kanisa, mnyama anasimamia ufalme. Kwa hivyo mnyama ufalme, mwanamke kanisa, kwenye kikombe chake mafundisho. Sasa huu ni ufalme ambao uko na kanisa, kanisa iko na mafundisho yake. Mafundisho ya kwa hiki kikombe haitoki kwa Mungu, ni mafundisho ambayo yametoka kwa shetani mwenyewe. Maana huyu mnyama amepewa nguvu na kiti na uwezo na shetani. Ufunuo 13 mstari wake ni wa 2. Sikiliza, inasema, kwa hivyo hii si ufalme wa Mungu. Mnyama anasimamia ufalme. Hii si ufalme wa Mungu, ni ufalme wa shetani. Na tumeambiwa
mwanamke ambaye anapatikana kwenye ufalme huu, yaani kanisa la ufalme huu limelewesha raia kupitia kikombe chake. Mwanamke mwenyewe amezini na wafalme, si ati kuzini hivi hivi, hapana, ni kuzini kiroho. Yaani amewakamata, yeye ana control ulimwengu, wafalme wa ulimwengu. Sikiliza, raia akawapatia mafundisho kutoka kwa kikombe chake. Twende msomaji, Ufunuo wa Yohana 13 mstari wa 2. nasemaje? Na yule mnyama niliyemwona, Huyu mnyama ambaye Yohana alionyeshwa, soma, alikuwa mfano wa chui, alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na miguu yake kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka, Ati nani? yule joka, Ati nani? yule joka akampa nguvu zake Akampa nani? mnyama, nguvu zake. Kwa hivyo huyu mnyama atapewa nguvu Na Mungu amepewa na nani? na joka. Joka ni nani katika Biblia? Ukisikia joka, Ufunuo 12 mstari wa 7 Inasema hivi. Sasa hii ndio system ya kuhasi. Hii ndio system ambayo itafanya wengi waende motoni. Hii ndio system ambayo imeondoa wengi katika ukweli, na wakatuma kanisa, wametulia, wanaimba shangwe haleluya, wako makanisani. Hata imba hizo nyimbo kama uelewe, kama hujafundishwa nini maana ya huyu mwanamke na huyu mfalme na kwenye kikombe chake kuna nini, kama hujui, hizo nyimbo ni za kule. Soma andiko. Biblia takatifu inasema Twende. kulikuwa na vita mbinguni. Tunatafuta joka ni nani? Maana tumeambiwa joka amempatia huyu mnyama, yaani joka amepatia huu ufalme nguvu, kiti chake na uwezo. Soma andiko. Inasema Twende. kulikuwa na vita mbinguni, Kulikuwa na vita mbinguni, Mikaeli na malaika zake Mikaeli na malaika zake wakapigana na yule joka. wakapigana na yule joka. Yule joka naye kapigana nao pamoja na malaika zake, Joka kapigana na malaika za Mikaeli, nao hawakushinda, lakini tunaambiwa joka hakushinda, wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. wala mahali pao hapakuonekana tena mbinguni. Yule joka katupwa, Yule joka katupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani. Kwa hivyo ukisikia joka ni shetani na nani? Ibilisi na Shetani. Ibilisi na shetani. Sikiliza, angalia. Kwa hivyo hii ni system ya shetani. Sasa makanisa zote za uongo zimetoka hapa, zimeleweshwa na huyu mwanamke huyu, wamelewa kwenye kikombe chake. Sasa wamelewaje? Maana kwenye kikombe ni mafundisho. Kwa hivyo lazima tuangalie kwenye kikombe nini ambacho kanisa hii imeenda kinyume na sheria za Mungu ama mpango wa Mungu, wameendaje? Maana tumeambiwa na andiko la kwanza, Mungu ni Mungu wa mpangilio. Sasa huyo ataenda kinyume na mpango wa Mungu, maana amepewa nguvu na shetani, anapewa instruction na shetani. Kwa hivyo system ya shetani ulimwenguni ni hii system hii, inajulikana kama system ya Antichrist. Sasa leo kanisa Katoliki ambayo ndio hili, makanisa mengine yote yanashare mafundisho ya hii kanisa. Sikiliza, fundisho la utatu tuliweza kuliangalia, walilitoa hapa kwa kanisa ya Godani. Jumapili leo hii Sunday, wao ndio walianzisha wakaifanya ikao ya ibada. Hebu chukua katekisimu yao, sikiliza. Mimi naangalia tu kipengele tu kimoja kenye kiko kwenye hii system, kwenye hii kikombe, alafu nimalize, bana naona hata masaa imeenda. Sasa kesho usikose. Kwa hivyo hapa tunapokuwa hapa tunafunua mafundisho ya uongo ya system hii, maana hii ndio imelewesha watu. Sikiliza, wao wanasemaje? Walihusika katika kubadilisha Sabato, wakaweka yao, wakaachana ya Mungu. Kwanza angalia ya Mungu ni gani? Maana wengi leo wameenda kanisani, ndio wameenda, wameimba, wamehubiriwa, wametoka. Swali kwenu, nani aliwaambia mfanye ibada leo? Mungu anasemaje? Tufanye ibada siku gani? Walawi 23 mstari wake ni 3. Sikiliza, ukweli wa sasa wengi hawajui. Mungu anasema watu wangu wamepotea kwa kukosa maarifa. Wengi wale wako makanisani na wamekosa maarifa ya Mungu. Amesemaje? Kuanzia maarifa ya afya na hata maarifa ya imani hawana. Sasa tunapohubiri haya
maarifa hii, wengi wanaona kama ni uongo, wengi wanaanza kukasirika, wengi wanaanza kutuchukia. Sikiliza, ni Biblia tu tunasoma, tunatoa maarifa ya Mungu, tunafundisha ukweli kama ulivyo. Hebu soma kitabu tuulize Mungu, kwa nini leo wengi wameenda kanisa na kuna wengine jana na kuna wengine Friday? Siku ya kweli ni gani? Ili tujue moja, hizo zingine mbili itakuwa ni fundisho lenye imetoka kwa hiki kombe. Soma andiko sasa msomaji. Walawi 23 mstari wa 3 nasema, mtafanya kazi siku 6. Mungu akasema tutafanya kazi siku 6, lakini siku ya 7 ni sabato ya kustarehe kabisa. Siku ya 7 ni sabato ya kustarehe kabisa, kusanyiko takatifu. Kwa hivyo mbele za Mungu kusanyiko takatifu inafanyika siku gani? Siku ya Sabato. Siku ya 7 ambayo ni sabato ya Sabato, si ndio? Kabisa. Haijasema Jumapili. Hapana. Na leo ni Jumapili. Mungu anasema Sabato. Leo ni Jumapili. Leo walienda kanisani, si ndio? Kabisa. Sabato ilikuwa jana, wakakosa kuenda. Sasa walitoa nani? Walitoa kwa nani fundisho hilo la kwenda kwa ibada leo? Sasa chukua katekism nikuonyeshe mahali walitoa. Najua wengi leo wanaenda kanisani tu, wanafuata mtindo wa wazazi wa nyanya yao, lakini hawajawahi soma Biblia waelewe mimi naenda ibada siku hii. Je, ni Mungu ameamrisha ama ilitoka wapi? Soma andiko. Katekisimu maswali na majibu. Twende. Inatokana na katekisimu kanisa Katoliki. Alafu mweke projector hapa. Mweke projector. Mimi namaliza. Sikiliza, mjipanga. Soma andiko nasemaje? Katekisimu maswali na majibu. Nasemaje? Inatokana na katekisimu kanisa Katoliki. Twende. Ukurasa wake wa 133. Wanasema hivi. Wanasemaje? Katika Agano la Kale. Sasa sikiliza. Tunasoma kitabu cha Catechism, kitabu cha Katoliki, kitabu cha hii system. Wanatuambia katika Agano la Kale Mungu aliitenga siku ya 7. Mungu aliitenga siku ya 7 iwe siku ya mapumziko kwa wanadamu. Si hapo amesema ukweli? Kabisa. Si tumesoma Biblia ikasema sifanya kazi siku 6. Naam. Alafu siku ya 7 ni sabato ya nani? Ya Bwana Mungu wetu. Si nao Katoliki wenyewe wakasema na wanasema katika siku ama katika Agano la Kale Mungu alitenga siku ya 7 iwe siku ya mapumziko kwa wanadamu. Twende. Kama vile yeye mwenyewe alivyopumzika siku ya 7. Alafu ilikuwa ni siku maalum ya wanadamu. Ilikuwa ni siku ya maalum ya wanadamu kusali na kumwabudu Mungu. Katika Agano Jipya. Sasa wanatuambia katika Agano Jipya siku ya Bwana ilibadilishwa. Siku ya Bwana ilibadilishwa na kuwa siku ya Jumapili. Kwa hivyo unatuambia ilibadilishwa. Kama kuna Mkatoliki ananisikiliza hapa, akuja nitolea andiko moja, hiyo siku ya Sabato ilibadilisha ikawa ya Jumapili kama vile wanasema kwa Catechism. Maana hiyo madai peke yako utayapata kwa Catechism, kwa yenye Biblia, kwa Agano la Kale. Agano Jipya hakuna mahali tunaambiwa Sabato ilibadilishwa. Kama uko nayo andiko hilo kuja utupatie, tuanze kufanya ibada siku ya Jumapili. Kwanza tutakuwa washirika wa hiyo kanisa lako. Kuja. Sasa wanasema ilibadilishwa. Tunapongojea wakuje walete majibu. Nataka niulize Mungu sasa, wote watakaofanya kazi siku ya Sabato, ina maana watavunja siku ya Sabato, utawafanyia nini? Wote waliofanya kazi siku ya jana, maana hiyo ndio Sabato ya Mungu. Na Wakatoliki wenyewe kwa vitabu zao wamekiri wakasema ndio hiyo ndio ilikuwa siku ya ibada, lakini wanasema ilikuwa ni kwa Agano la Kale. Sasa tunangojea watupe majibu, kwa Agano Jipya ilibadilishwa aje? Sasa kama wanakubali ilikuwa ni siku ya ibada, Mungu naye anakubali. Sasa akasema aje kwa wale watakaofanya kazi siku hiyo. Soma andiko msamaji, Kutoka 31 mstari wake ndio 16. Unasemaje? 15 nasema hivi. Twende. Kazi itafanywa siku 6. Mungu bado anaendelea kusisitiza. Anasema kazi itafanywa siku 6, lakini siku ya 7 ni Sabato ya kustarehe kabisa. Ni Sabato ya kustarehe kabisa, takatifu kwa Bwana. Takatifu kwa nini? Kwa Bwana. Kwa hivyo Sabato imetengwa ni ikawa takatifu kwa nani? Kwa Bwana. Sasa ulienda kanisani leo kwa amri ya nani? Maana Mungu ameweka siku ya
ya saba ambayo inaitwa Sabato. Leo watu wameenda kwa ibada siku ya leo Jumapili. Sikiliza, leo ni siku ya kwanza ya wiki. Mungu aliweka siku ya saba watu wafanye ibada. Leo ni siku ya kwanza ya wiki. Sasa nani aliwabadilishia kutoka siku ya saba mkaja siku ya kwanza? Sasa wote wanaovunja amri hiyo ya kufanya ibada siku ya jana ama amri ya 4, Mungu anasemaje juu yao? Usiseme ni mimi. Sikiliza vile Mungu anasema kwenye maandiko. Sema hiyo. Biblia inasema twende, kila mtu atakayefanya kazi yoyote katika siku ya Sabato, katika siku ya jana. Silikuwa ni jana Sabato kabisa. Twende katika siku ya Sabato. Hakika yake atauawa. Kwa hivyo waliofanya kazi jana wanangojea nini? Kifo. Labda watubu. Ni hivyo. Surudie andiko, wasiseme ni mimi nimesoma. Inasema hivi, ndio wasiseme ni mimi umesema. Soma Biblia watu wasikie. Sikiliza. Kitabu ni cha Kutoka 31:15. Nasemaje? Kazi itafanywa siku 6. Mungu amepatia mwanadamu siku 6 za kufanya nini? Kazi. Twende. Lakini siku ya saba ni Sabato ya kustarehe kabisa. Siku ya saba tumeambiwa tustarehe kabisa. Takatifu kwa Bwana. Takatifu kwa nani? Kwa Bwana. Twende. Kila mtu kama wewe ni mtu, kila mtu atakayefanya kazi yoyote katika siku ya Sabato, hakika yake atauawa. Ngoja kuuawa na Bwana, maana amevunja amri ya 4. Amri ya 4 inasemaje? Nisaidie Kutoka 20 mstari wake ni wa 8. Sasa nasema kwenye kikombe kile cha mwanamke wa Ufunuo 17, fundisho moja lake la uongo ni la kuvunja amri ya Mungu, wakaleta Sabato bandia. Sasa waliofanya ibada leo, mimi bado nawaitisha andiko moja tu kwa Biblia niweze kubaliana na nyinyi na tuanze kwenda leo kanisani. Andiko ambalo nasema tufanye ibada siku ya Jumapili kuanzia Genesis to Revelation, andiko moja. Soma andiko msomaji. Kutoka 20 mstari wa 8 nasema, ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Mungu anasema ikumbuke siku ya Sabato, fanya nini? Uitakase. Kwa hiyo Mungu anaendelea kukumbusha wanadamu, lakini badala ya wanadamu wakumbuke siku ya Sabato waende kwa ibada, wanakumbuka kukuja kazi. Wanakumbuka kufanya nini? Kazi. Na Mungu alisema wakumbuka kufanya nini? Ibada, si ndio? Kabisa. Sasa wote ambao walikumbuka kufanya ibada, hao ndio wanajulikana kama watoto wa Mungu. Hao ndio wanajulikana kama watu wa Mungu. Waebrania 4 mstari wake ni wa 9. Waliofanya kazi siku ya jana, mnangojea kifo, labda mtubu na mtoke huko. Sikiliza, soma andiko. Waebrania 4:9 inasema, basi imesalia raha ya Sabato. Tunaambiwa basi imesalia raha ya nene? Raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Kwa hivyo watu wa Mungu wanajulikana kwa kushika nini? Sabato. Hebu rudia andiko. Inasema hivi. Sikiliza. Basi imesalia raha ya Sabato. Basi imesalia raha ya Sabato kwa watu wa Mungu. Kwa watu wa nani? Kwa watu wa Mungu. Kwa hivyo wanaoshika Sabato ndio watu wa nani? Ni watu wa Mungu. Kwa mujibu wa hilo andiko. Wale ambao washiki Sabato si watu wa nani? Si watu wa Mungu. Wanangojea kuchomwa. Maana wakutunza amri za nani? Za Mungu. Wamevunja amri ya 4. Yakobo 2 mstari wake ni wa 10. Hivyo ndio Mungu anatuonya katika maandiko. Hakuna siku 3 za ibada, ati Friday, Saturday na Sunday. Hapana. Mungu akona siku moja. Na lazima tujue hiyo siku ni gani. Hakunanga kama vile hakuna kweli 3. Ndivyo ilivyo. Hakuna siku 3 za ibada. Siku ya ibada ni moja na kweli ni moja. Soma andika msomaji. Yakobo 2:10 nasema hivi. Nasemaje? Maana mtu awaye wote. Sikiliza. Mwingine atasema unajua mimi si mwizi. Nimeenda kanisani si mwizi. Mimi si mwasharati na nimekuwa kanisani. Lakini kama ulivunja amri ya 4 ambayo inasema uitunze Sabato ya Bwana, Mungu anasema hivi. Sikiliza, soma. Maana mtu awaye yote atakayeshika sheria yote. Ukishika sheria zote 9 ila akachukua katika neno moja, yaani ukishika sheria zote 10 alafu kavunja moja, amekosa juu ya yote. Na tunaona Wakristo wengi leo walioenda kanisani leo wamevunja moja ya 4. Tunaambiwa wamevunja zote. Na wanapovunja zote, Mungu amesema haja katika Kutoka watafanya nini? Watauawa. Watauawa. Kwa hivyo leo
Wengi wako makanisani wamefurahi, wametoka tu makanisani. Wako na furaha. Furaha ya Bwana. Wametoka kuimba nyimbo, si ndio? Kabisa. Lakini wamevunja amri ya yeye. Tubuni. Bure tu nawaambia na mapema. Utakuja kunikumbuka wakati mmoja. Sikiliza. Kwa hivyo tunapoendelea na mafundisho hapa, kuna vitu vingi ningezungumza ambavyo leo viko kwenye hicho kikombe na Wakristo wengi wameleweshwa, lakini kwa sababu ya muda nataka tuingie kwenye sehemu hii ya project mapema ili tuweze kumaliza mapema. Vile vile tunakukaribisha, ukiwa na swali karibia hapa uulize swali. Sisi tunasema amri za Mungu zinafaa kushikwa zote, ikiwemo amri ya Sabato. Sasa wewe ambao umeenda kwa ibada siku ya leo, kuja tuambie umeenda kwa amri ya nani? Nani alikuamrisha ufanye leo? Na imeandikwa wapi? Unionyeshe na mimi leo nipate kuanza kuenda leo kama vile wewe umeenda. Tuliona hata Waislamu, hebu chukua Qur'an. Tuliona hata Waislamu wanaambiwa siku ya ibada ni Jumamosi. Sikiliza. Hiyo Qur'ani kubwa hiyo. Sikiliza. 16:124. Tuliona waliambiwa hivyo. Kwa hivyo tunangojea leo mtu akuja tudhibitishie ya kwamba siku hii ya leo inafaa ifanyike ibada ama ni siku ya ibada. Maana leo wamefunga biashara, wamefunga kazi zao. Mungu alisema mfunge kazi zenu, siku ya saba amfanye kufanya kazi. Leo wao wamefunga leo. Leo ni siku ya kwanza. Sasa ni wapi Mungu alikuja akabadilika akasema mfunge kazi siku ya kwanza na siku ya saba mfungue kazi? Ni wapi? Sikiliza. Tunangojea mchungaji yoyote ambaye amekuwa akifundisha leo kwa kanisa, tunamuita hapo. Siri kuna wachungaji. Kujeni, mdhibitishe. Msikae tu huko mkisema mnaenda pigoni, mnafundisha watu ukweli na kuna watu hapa wanahubiri hawajaelewa hiyo ukweli wenu. Kujeni. Kujeni hapa. Na tuko hapa leo na kesho kutwa. Kujeni. Sikiliza Waislamu wanatuambia aje? 16:124 nasema. Soma Qur'ani nasema hivi. Twende. Hakika siku ya Sabato Jumamosi. Kwa hivyo nao Waislamu wanasema siku ya Sabato lini? Ni Jumamosi. Twende. Hii inasema hivi. Inasema soma maelezo yake sasa. Wala sio kuitukuza siku ya Ijumaa. Tena Waislamu wanaambiwa wasitukuze siku ya Ijumaa na kuiacha Jumamosi. Na kuacha nini? Jumamosi. Lakini leo wao wameacha Jumamosi, wametukuza nini? Ijumaa. Na waliambiwa wasitukuze Ijumaa, waiache nini? Jumamosi. Kwa hiyo wamevunja sheria ya Sabato. Wamevunja sheria ya nini? Ya Sabato. Walioenda ibada leo wamevunja sheria ya nini? Ya Sabato. Na wanangojea nini? Kuuawa na Bwana. Kama wanasema hutauawa na Bwana, kama utasema hiyo siku ndio siku ya ibada ya leo, ama Muislamu ajitokeza atuambie Ijumaa ndio siku ya kufanya ibada, tunamuita aweze kututhibitishia katika maandiko pamoja na wachungaji. Na wewe pia raia, uliza maswali. Enda uliza mchungaji wako, kwa nini tuko na siku 3 za ibada? Gani ndio ya Mungu kwa mujibu wa Biblia? Sikiliza. Maana Mungu hana siku 3, kuna siku 2, akona siku moja tu. Kama ukweli wako ulivyo moja, ndivyo ilivyo na siku yake ya ibada moja. Na imekuwepo tokea Mwanzo 2 mstari wake wa kwanza. Sikiliza. Haya, soma hiyo 2 Mwanzo mstari wake wa kwanza. Nasemaje? Mwanzo 2 mstari wake wa kwanza. Sikiliza. Inasema hivi. Sikiliza, mwanzo wa uumbaji Mungu alisema nini? Basi mbingu na nchi zikamalizika. Mbingu na nchi zikamalizika. Na jeshi lake lote. Na siku ya saba. Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Mungu alimaliza kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Akastarehe siku ya saba. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Twende. Mungu akaibarikia siku ya saba. Kwa hivyo siku ambayo imebarikiwa ni ya kwanza ama ni ya saba? Ni ya saba. Na hiyo ya saba ndio tunaona inaitwa Sabato, ndio kabisa. Kwa hivyo ndio siku ambayo imetengwa kwa ajili ya ibada. Wanafunzi wote walifanya siku ya Sabato. Yesu mwenyewe alifanya ibada siku ya Sabato. Sasa leo wewe unayesema Yesu ni Bwana wa maisha yangu, umejifundisha kwake nini kuhusiana na Sabato yake? Wewe unasema yeye ni Bwana wako na unaenda siku tofauti na yake. Atakuwaje Bwana wako? Sio umemdharau Bwana wako, umekosa kumtii. Marko 2 mstari wake wa 27. Sikiliza. Kumekosa kumtii.
wamekosa kabisa. Kwa hivyo ukweli wa sasa umekanyagiliwa chini, watu wametupilia mbali, wamedanganywa, hawajaelewa ufahamu kuhusiana, hawana ufahamu kuhusiana ujumbe wa sasa. Soma andiko msomaji. Marko 2:27 inasema, naisome, akawaambia sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Kwa hivyo Mungu aliweka sabato kwa ajili ya nani? Ya mwanadamu. Sasa sabato inahusu mwanadamu. Kama wewe sio mwanadamu, haufai kuitunza. Lakini kama wewe ni mwanadamu, inafanyika kwa ajili yako. Rudia andiko. Inasema, twende. Akawaambia, Yesu akawaambia, sabato ilifanyika kwa ajili ya mwanadamu. Sabato ilifanyika kwa ajili ya nani? Ya mwanadamu. Kwa hivyo wanadamu wote sabato inafanya nini? Inawahusu. Inawahusu. Basi hiyo ndio Biblia. Kama wewe si mwanadamu, sabato haikuhusu. Lakini kama wewe ni mwanadamu, maandiko yanasema inakuhusu. Sasa kama kuna mwenye swali, unakaribia hapo uweze kuuliza swali. Kama kuna somo hujaelewa, unakaribishwa uweze kusema, mbona hapa mlisema hapa kunaendaje? Hapa tunatumia Biblia peke yake. Tunatumia Biblia peke yake. Kwa hivyo kipindi cha mwisho, ujumbe wa sasa haueleweki. The present truth haueleweki. Wengi wametuchukia leo. Wengi wanatuinulia mikono. Wengi wanatunyoshea vidole kwa sababu tu ya hiyo ujumbe. Na ni Biblia tunafundisha tu. Si ati tunasoma akili zetu ama tunakuja na maneno ya shule ya mwanadamu, hapana. Tunasoma na tunatumia Biblia ambayo Mungu ameiweka duniani iongoze Wakristo wote. Lakini leo Wakristo hawa wameachana na Biblia, wameamini mapokeo, wameamini credits. Nisaidie Marko 7 mstari wake ni wa 6. Yesu alipokuwa duniani halipata vivyo hivyo kama leo inavyoendelea. Halipata watu wameacha kutukuza neno lake, wamegeukia mapokeo. Ukisikia pokeo ni maneno ambayo yana evidence, ambayo watu wameamini makanisani. Mapokeo, credits. Soma andiko msomaji. Marko 7:6 nasema, twende. Akawaambia, Yesu akawaambia, Isaya alitabiri vyema juu yenu ninyi wanafiki. Isaya alitabiri vyema juu yenu enyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa uniheshimu kwa midomo. Kuna watu wanaomheshimu Mungu kwa nini? Kwa midomo. Hawa wanaweza patikana Hapana. Wanaweza patikana kwa kilabu? Hapana. Ni wachawi? Hapana. Wanaomheshimu Mungu wanapatikana wapi? Kanisani. Si ndio walikuwa hata leo kabisa. Lakini tunaambiwa wanamheshimu kwa midomo. Twende. Ila mioyo yao iko mbali nami. Lakini mioyo yao iko mbali na Mungu. Twende. Nao waniabudu bure. Kumbe ni watu wanaofanya nini? Ibada. Na leo walikuwa kwa nini? Kwa ibada yao ambayo iendani na amri za Mungu. Mungu anasema ni ibada ya bure. Twende. Wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Tumeona Sunday hii haijatokana na Biblia. Imetokana na vitabu za wanadamu. Imetokana na katekism ya kanisa Katoliki. Kama kuna kwenye Biblia andiko moja, Sunday ni sabato ya Bwana ama ni siku yenye tunafaa tufanye ibada, kuna kiti hapo uweze kuuliza. Karibu sana, uweze kuendelea mtumishi. Asante, tunashukuru. Naomba tusikize wimbo moja tunapobadilisha mitambo kidogo, ndio tuweze kuendelea na fundisho lingine. Kwa hivyo mahali popote ulipo, tunakaribisha tunapojiandaa kuingia kwenye unabii wa Biblia. Hauna video ya wimbo ya video?